Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anabariki namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anabariki namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anabariki namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anainua namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anainua namna hii, sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona Mungu anayeponya, Mungu anayeponya namna hii, namna hii. Sijawahi ona, sijawahi ona, sijawahi ona anainua, Mungu anainua namna hii, namna hii. Psalms chapter 1, na nitapea watu wawili nafasi ya kutoa ushuhuda vile Mungu amewatendea. It's just a word of encouragement as we prepare our hearts. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seats of the scornful. Endelea. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Biblia inasema ya kwamba ambao wamebarikiwa ni wale ambao hawakai pamoja na wale waovu, maana Mungu hayuko pamoja na wao. This afternoon, I just want to encourage each one of us that happy are those who reject the advice of evil people. When people are planning to do evil things,
wakati watu wako mahali pale wanapanga mambo ambayo si mzuri, Biblia inatuambia ya kwamba hatufai kukua mahali pale. Verse 2, Biblia inasema ya kwamba instead they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. Tunajua ya kwamba kutii Mwenyezi Mungu, hiyo ndio kitu ya maana sana, na kusoma neno lake ambalo linatupatia ile ya kuelekea na mwelekeo wa maisha yetu. They are like trees that grow beside a stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do. Biblia inatuambia ya kwamba kama hatutajihusisha na wale watu ama kwa zile vikao za watu ambao ni wabaya, na tukue tunasoma neno la Mungu usiku na mchana, na tukue watu watiifu, tutakuwa kama ule mti ambao umepandwa kando kando ya maji, that bear the fruit at the right time. Ule mti ambao umepandwa kando kando ya maji, hata wakati wa kiangazi tunaona ya kwamba inakuwa na yale matunda. Ya mwisho nayo verse 4, but evil people are not like this at all. They are like straw that the wind blows away. Sinners will be condemned by God and kept apart from God's own people. Hiyo mstari ya 4 inasema ya kwamba kama vile tumesoma hapo juu ya kuwa wale watu ambao hawatajiunganisha na wale watu wanafanya maovu watakuwa kama ule mti, hawa nao waovu hawatakuwa kama wale, bali watakuwa kama watu ambao wamepigwa na upepo. Kwa hivyo afternoon ya mchana wa leo ukaweze kujiuliza ya kwamba kama wewe ni mmoja wa wale watu ambao wanakaa mahali ambapo mambo maovu yanafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu atusaidie sana, tukue watu wa kutii, tukue watu wa kusoma neno la Mungu, sababu tukiwa na neno la Mungu ndani yetu hakuna mambo ambayo inaweza tushinda. Maana hizi ni siku za mwisho, na Biblia inaendelea kusema ya kwamba that we are called to be disciples and to make disciples. You cannot make a disciple when you are not a disciple, and you have to be in obedience. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu atubariki sana na tutendee mema. Kama kuna mtu ambaye ako na ushuhuda, na peana nafasi hii kwa mtu mmoja, ili praise and worship team mtuingize kwa praise. Mujiandae. Mtu yeyote ambaye ako na ushuhuda, Biblia inasema ya kwamba aliye na mwana ako na ushuhuda. Bwana asifiwe. Praise and worship team, jiandaeni, wacha nipeane ushuhuda wangu. Ushuhuda wangu ningetaka kutoa kwa vile nilipo join hii ministry, sikuwa ninajielewa, na mtume tulisumbuana na yeye sana akiniambia mambo ambayo haikuwa inanipendeza, lakini kwa kukaa nikajiita mkutano na nikajua, nikaanza ile kutii mafuta na kusema ukweli. Mahali ambapo nimefika, nimeona Mungu, kuna mambo zilikuwa zinatufuata kwa familia, zimefunguka, mambo ni mingi. Kwa hivyo katika hii madhabahu huwa ninasema ya kwamba kaa chini ya mtume, wacha hata kushughulika na yeye sana. Anatuambia akiwa hapa ndio ako na anointing, lakini akiwa mahali pale, hata kama bado ameibeba kila mahali, tukue watu wa kukuja kwa madhabahu. Kwa hivyo hii madhabahu ni ya ukweli, imenipigania kwa maisha yangu, kwa familia yangu, kwa wazazi wangu, kila kitu kwetu imebadilika. Kwa hivyo niko na ushuhuda na ninaamini hii mafuta, na nitaendelea kutii hii mafuta. Kwa hivyo kama uko pale na wewe ni mgeni, labda umekuja kuona mtume, usikue na wasiwasi. Hata kama hautamuona siku ya leo, endelea. Hii madhabahu imetosha, na Bwana awabariki. Thank you. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele.
milele. Ni wangu ni wa uzima wa milele. Anapita Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Ni wangu ni wa uzima wa milele. Ananipenda ni wa uzima wa milele. Ni wangu ni wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Oh ni wa uzima wa milele. Wa milele. Wa Wewe
Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, mahali tumefika tumeona Mungu wangu, ndipo tunaosema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika tumeona wema wako, tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika tumeona nguvu zako, ndipo tunaosema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika tumeona wema wako, mahali tumefika tumeona nguvu zako, ndipo tunaosema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika tumeona wema wako, when Jesus says nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. Nobody can say no. When Jesus says 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 nobody can say no. 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 When Jesus says 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 when Jesus says nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. My God is good. 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 Everything is affordable. Everything is affordable. Everything is affordable. The mountain is affordable. The blessing is affordable. Yeah, my God is good. 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 Everything is affordable. Everything is affordable. Nothing is affordable. Nothing is affordable. The blessing is affordable. Nothing is affordable. Yeah, my God is good. My God is good. Yeah, my God is good. 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 Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. 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 Amenibariki Yesu. Huyu Yesu amenitendea mema, mema
amenibariki Bwana. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema sana. Amenibariki Bwana. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Yesu amenitendea mema, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Amenitendea mema, mema sana. Huyu Yesu amenitendea mema, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. amenitendea mema. Mema Huyu Yesu amenitendea mema, haleluya. Amenibariki huyu Yesu amenibariki Bwana, mema sana. amenitendea mema. Amenitendea Somebody sing. ameniinua Bwana. Huyu Yesu ameniinua Bwana. Amenitendea mema. Mema Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. ameniinua Bwana. Huyu Yesu ameniinua Bwana. Juu sana. Amenitendea mema. Oh, yeah. Huyu Yesu amenitendea Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. amenitendea wema. Huyu Yesu amenitendea wema, mema sana. Haya, angalia vile dadi anacheza sasa. Haya, tone. Haya, ndio huyo. Achilia sasa. Achilia mama. Ndio huyo. Twende chini. Pole pole tu. Haya. Chini. 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 Kwa Yesu. Chini. Hata twende pole pole tu. Kupanda juu. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Haya. Tumbea mabawa. Wakati wanataka kwenda ng'ambo. Inua mkono kama unataka kwenda ng'ambo. Haya. Tayarisha. Fanya hivi. Enda kama ndege. Haya. Kuna lani pole pole. Pole pole. Pole pole. Hao wamelani. Ni wale wanaenda Amerika mwaka huu. Watu wa Europe, watu wa Europe. Tengeneza hivi. Haya, bringia ndege za Europe. Europe. Naenda pande. Sasa tulani. Pole pole, ndege inaendanga pole pole. Hainaga keherere kama hiyo yako. Pole pole. Yo Europe. Sasa niko na vifunguo ya biashara. Watu wa biashara mkono juu. Inua tu mkono hivi. Haya,
Sema pokea. Pokea. Amen. Pokea. Amen. Alafu angalia. Ai. Pokea. Amen. Na maringo kidogo tu. Hebu weka kama maringo tu. Alafu kwa kama Mkikuyu wa Murang'a, kichwa kidogo na inamita hivi. Sasa inua kichwa kama Mkikuyu ya Nyeri. Wanaangalia huko mbele ndio wajue watanyofoa nani. Aya. Jibariki, nataka ujibariki. Na atia baraka unajibariki. Pokea. 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 Baraka. Pokea. Baraka. Sasa enda pole pole mpaka kwa kiti yako, mpaka kwa kiti. Enda pole pole mpaka ukalie kiti. Pole pole tu, kahora, kahora. Pole pole, pole pole, pole pole, pole pole mpaka kwa kiti. Amen. Thank you. Thank you very much. Do you know how many demons umefukuza kutoka kwako? Do you know how many demons zile umefukuza kutoka kwako? You've already chased away 7 demons. The 7 domineering demons. Do you know we have 7 domineering demons? And when you are dealing with the 7 domineering demons, you sing like David. Bwana Yesu sana. You sing like who? Baka go inaaguka. Ni venye tuko na shosho hapa. Yangu ilikuwa karibu kuanguka, nikasema wacha tukate song. Because next sasa shosho akianza kutuachia maneno tuulise. Eka mutale thoni ciana ici. Nini mukwagira thoni. Sasa shosho kama huyu mkiweka haya hapa mbele, mnaona mnazuia tuibe vizuri. We mwega. Ndukirugame. Na udekire ugu nyita ugu. Nwanyitaga mundu waku ugu. Akaigua ate. Ugu ginya atumia akoro ni maiguaga. Semoniu. Mathe. Uhoro waku. Ni muikara ate itonga. Muikara no ugire mutumia maikara ate itonga maikara ya mbere. Nikara koguo. Muriaga inyuothe thĩinĩ wa Mwathani tia kĩmageithia nĩ warĩkia kanda yaku ĩno nĩkĩ wĩkire magũrũ nawe ũkĩra mararĩa na matĩa ũkĩra wĩtuaga mũthuri mũkũrũ nĩkĩ ũkĩra wĩtuaga mũthuri mũkũrũ wĩtua mũthuri mũkũrũ na ndũrĩ mũkũrũ tũthiĩ nĩ kũgũrũ kũratura haya tũthiĩ tũgũtara maita 7 haya 1 2 3 4 5 6 7 nĩwahona teka ũguo teka ũrĩa ũtangĩahota gwĩka ninga iteke we ninga tia gwĩtigĩra eka ũrĩa ũtangĩahota gwĩka tauna ũguo nĩgwatiga gũtura
Mundu wa Ngai. Uko geithia ndutu. Just 1 minute. Ando kaje kuhunjia ndiranengerire mundu ungi haha Sunday ageithia andu araje kuhunjia. Yeah, please be to God. Bwana asifiwe sana. Majina yangu ni Pastor Esther Gadu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Please be to God. Salimia mwenzako, mwambie the half of the year it's over. The second year of the year, may you finish strong with the holiness and godliness. Tupigie askofu makofi juu ya kunikaribisha. Rakenekera social microphone ate wewe nawe. Thank you. God bless you. Wewe etako? Pastor Esther Gandu. Esther Gandu. Yes. God bless you. Thank you. Thank you. Ukaikara mwena uyu wina andu, te wikara hau ni ukuigua heho. Kara handu ukuigua rugari. Tulikuwa tumeanzisha mafundisho asubuhi. Na nikasikia watu wanani request tuendelee na hiyo mafundisho ya asubuhi. Nani alikuwa amepanga vizuri asubuhi? Hizi peke yake tu. Hiyo kieko kitoke. Weka tu hapo. Yeah, let. You're a good boy. Yes. We had a good lesson in the morning. Tukashindwa kumaliza. Tukasema tutamalizia jioni. Lakini nitachanganya mafundisho ya mchana, ya asubuhi, nitachanganya na hii. Kwa sababu ningetaka tuelewe vizuri. This is class. Kila mtu anionyeshe kitabu chake na kalamu yake. Evening service is a class. And we pay school fees for that matter. Kila mtu anionyeshe kitabu chake na kalamu. Kila mtu kitabu na kalamu. Yeah. Next time, if you don't have a notebook, don't come. Are you getting me? Hata kama ni service ingine, if you don't have a notebook, don't come to this church. Sitaki mikora kwa kanisa. Umeelewa? You have to write. Hizi notes zingine unaonanga nikiwasomesha hivi. Nilifanya zamani kitu miaka 15 iliyopita. Hii kitabu ni ya 2016. Sasa tuko 20? Hizi ni notes za 8 good years. And they are still helping me. Mnanielewa? So if you don't have a notebook, hebu simama juu. Kama hauna notebook, simama juu. If you don't have a notebook, stand up. Mimi si pastor, mimi ama commander. Mnanielewa? Nikitoa order ni mara moja. Huko tutithaithanaga. Wewe na wewe ukihota guka guko. Wewe Catherine. Wewe kaa chini kama unaandika kwa simu. Nani mwingine wa kwa simu? Na ninataka kuangalia hizo notes. Wa kwa simu unataka uniletee hiyo nione pale umeandika. Nyinyi wengine hamuna? Na wewe ni wa kwa simu uniletee nione. Cha kunienjoy wewe. Na wewe unaandika kwa simu? Kaa chini. Nani mwingine kwa simu? Kaa chini. Hao wengine ni watu wa kamulika mwizi. Hata wewe ni wa kwa simu. Kaeni chini. But next time come with a notebook. Anywhere you go to a church service. Anywhere. Not necessarily here. Anywhere you go to a church service. Wacha nikwambie, nitakusomea Wakorintho wa kwanza chapter 5 mstari wa 4. Venye nitakufundisha niisome Sunday itakuwa tofauti kabisa. Na utaenda kuangalia uone ni kama nilisoma kitabu kingine. We teach because out of revelation. Ufunuo ambao nimepata sasa. Bwana asifiwe sana. David nenda utengeneze hiyo kitu. Ile ufunuo nimepata, ile itufanyi kazi. Ile ufunuo ambao nimepata from the kind of a teaching, hiyo ndio nafanya nini? Kwa sababu hii kitu nimefundisha hapa ama nimeandika hapa, sivyo nilifundishwa. Lakini kulingana na ufunuo wa leo, kwa sababu kama ile mafundisho leo nimefundisha asubuhi, nilikuwa nimeandika in point form. Lakini wakati nilishika microphone nikaambia uhubiri kama mhubiri wa kawaida. Unanielewa? So you need to write down. Inaweza kuja kukusaidia siku moja when in need. Inaweza kuja kuwa msaada mkubwa sana. It is the word of God that sets you free. It is not your pastor.
Your pastor does not have a capacity to set you free, but the word of God. Me, myself here, I don't have the capacity. Not unless I come back to the book. I come back to the word of God. Ndio inakuset free. Naigua muthe? Ni kiugo, to ni kiugo nikio kiri muoyo. No riu waikara cũcũ ri. Nĩ ndingĩgũtuĩra mahĩtia. Wathire gĩthaka korwo wa mbara, kĩremwo nĩ gũthoma. Ngati cigĩthoma. No ngũkorera nginya. Na nĩ tũraugire nĩ tũgũgwĩkĩra magego. Ndirakone mbeca nĩ ndiragũtwara mbeca we mau nĩ ũkũndunya mbeca atĩ ndĩre mbeca icio ngekĩre arĩ niĩ. Tigana mbeca nĩ magego ngũgwĩkĩra biũ na ngũrehere nyama ũmĩkega ng'au tiga guo ũrĩa kĩmitũ haha. Tiga guo ũrĩa kĩmitũ. Ndaretĩkia atĩ nĩ ekũgĩa magego. Arĩkĩ rĩu we nake nũ mũkũrũ? Atĩ ũyũ nĩ mwana? Ũyũ ena mĩaka igana rĩmwe rĩa 8. We ena mĩaka igana? We kairĩtu nĩ ũkinyĩtie 8? Kairĩtu ũkaigana atĩa? Ũraigua atĩa? Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, ndĩrerirwo ũnjohore. Ũnjohore. Atĩ nguohore? Ũthiĩ ũkahunjie kũ? Ndĩ gũkũ. Nguohore atĩa? Mũndũ agĩkorwo arĩ muohe rĩ, rĩngĩ nĩ ohoragwo nĩ ithe. Ũrenda nguohore ũthiĩ kana nguohore tũikare nawe gũkũ? Tũikare gũkũ. Aca we wĩna kaũkora wĩnako? Nĩguo. Nĩguo. Wĩna kaũkora? Ũrenda gũthiĩ? Ndirĩ kũndũ ndĩrathiĩ. Nĩguo. Nĩ gũkũ. Atĩ nguohore? Atĩ nguohore? Niĩ ũthiĩ ũtũtige? Harĩa. Wĩ muohe harĩa? Hau njikare hau. Hau. Harĩa? Ĩha nguo yaku? Ndikĩmĩtige tondũ ndiraigua wega, tigagĩkĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Kenyambe ndĩcirie. Wĩcirie, nĩũkuona. Wĩna kaũkora gaku we. Ũratũcorera ũrĩa ũgũtũtiga we. Ndigwĩtĩkĩra. Waigua atĩa hau? Ndĩharoka wega hau? Nĩ ngoro nĩ ĩrarũgamĩte? Ndagathiĩ. Ndũgũthiĩ. Ndarega. Ngai na mũrũgamie ta Hezekia. Ũtũtige atĩa? Ndikũruta wĩra ũcio. Kenemere Ngai rĩu. Ũikare gũkũ nginya ũkinyie mĩaka 150. Ũtungate na ndũkainame na ngoro ĩno ndĩkandege rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai akũrathime. Amen. Twĩna power ya kũgarũra matua ma Ngai, twĩna power ya gũthiĩ kũrĩ Ngai tũmwĩre nĩ twarega. Atĩ arema? Angĩigua hau no angĩigua ta makaya ngĩndemera. Mũndũ arũmie ngari yake kĩbara. Mũndũ wa Ngai ũrĩa wakorwo kanitha-inĩ ya kũrũ ũyũ ena mĩaka 110. Ũyũ ena mĩaka 101. 1914 1919 nĩ mĩaka igana nginya rĩu? 105. Good. Igĩte na ndarĩ mwana wĩ mũciĩ. Niĩ ngorwo ndĩna mĩaka igana. Wĩna igana na gũthiĩ na igũrũ. Gũthiĩ na igũrũ.
kuoguo menye atiriri ndĩrora nyona gũkũ rĩ nĩ Ngai ũnjikarĩtie na hinya wa Ngai tondũ mwana wakwa ndarĩ na mwana wĩ gwake othe nĩ ahiku arĩa angĩ nao ũmwe nĩ andĩkĩtwo ate mwana wako ena kĩhĩ kĩigana gĩkĩ ana kĩrĩ wa mbere akũrũ kũngĩra wa mbere na wa kerĩ arĩa arũme ũguo ndĩ gacũkũrũ kuoguo mathaa marĩa mũkũnyona andũ nĩte gũkũ tondũ nĩ marĩũka in short aranjĩra atĩrĩ tiga wana ũcio ũkoragwo nakuo we ni mjukuu yes tulikuwa tunaangalia kuhusu qualities of a Christian. Who is a Christian and how does a Christian behave? Mumeweka hiyo? Najua nimetoka kule bali sijui ni kwa nini hamunielewi no lete hii hapa juu na muongeze volume ile kwa sababu nimetoka kule ninajisikia vizuri lakini nikikuwa hapa sijisikii vizuri. Hii kufundisha watu wa kutoka huko Webuye na Bugoma. Qualities of a true Christian leadership. Yani a true Christian, kiongozi ama mtu ambaye ameokoka unastahili kukaa aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye umeokoka wagĩrĩirwo gũikara atĩa we mũhonoku? Wagĩrĩirwo gũtwaikara atĩa? Behavior, character, meikarĩre yaku. We are going to naenda kuangalia sehemu kadhaa tukipitia maandishi, ndio kwa maana natakanga hii session ya jioni unakuwa na kitabu because it is all, kila kitu hapa ni verse Bible tuna study. It's like a Bible class because I want you uache hiyo mtangatango uko nayo, upumuzike, ulishike neno, maana ukishika neno umeshika nguvu ya Mungu. Ukishika neno hakuna kanisa ingine utaruka, hakuna, utakaa na utatulia, maana you will understand the principles of the word of God. You will understand why the power that you are looking for. Nyinyi wengi mlikuja hapa kwa Waroigi kwa sababu mlisikia kuna mama alipona kansa, wengine mkasikia kuna navuja madhabahu. Hamukukuja hapa kwa sababu ya Mungu. Wengine 90% of you never came here because of God. Mlikuja kwa sababu ya Waroigi. Na sasa na wale wengine wale wadugu zetu si mnawaelewa, walikuja hapa kwa sababu ya nini? Ya huyu mjamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Which is all good. Maana wakati walienda kustaki wale watu, wasema ati hao watu wanahubiri wakitaja jina yako. Nayo Yesu anasema wanataja jina letu? Basi wacha wahubiri. Kila kitu ambacho kimekulete hapa ni sawa. Lakini ukifika hapa badilisha nia. Kama uliletwa hapa na muujiza, ukifika hapa badilisha nia. Kama uliletwa na TDH, kama ukifika hapa badilisha nia. Kama uliletwa ile gari yote ilikuleta, ukifika shuka kwa hiyo gari, ingia hapa. Nikufundishe, nikwambie, hauhitaji kuhama kanisa moja uende nyingine. Unahitaji kufungua next chapter ya Bible. Hiyo kitu umekuja kutafuta kwa Waroige, iko next chapter. Hiyo kitu umekuja kutafuta kwa Manyuro, iko next chapter ya hiyo, ni venye hujafungua the next page. If you are grounded on the word of God, we will not be migrating from one church to another. Bwana Yesu asifiwe sana. We will not be migrating because right now I have followers whom I never gave birth to. Mimi sikuwazaa. Wangapi wameokokea hapa? Wale wameokokea kanisa ni Agnes na huyu na huyu na huyu. Wale hata wewe uliokokea hapa, good, jipigie makofi. So niko na watu wangapi? Hebu inua tena mkono. 1 2 3 4 5 6 7. Only 7. The entire church. The people I can call my children ni watu 7. The rest sijui mtaniponyoka dini. Sijui ni nani atachomoka hapa mwenye yako na sifa kuniliko muhame. Ndio mnaona kana kaaga niko na wasiwasi na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you migrated from another church where there was a pastor like me, where there was an apostle like me, where there was a bishop like me. Kwa hivyo it is not the God you are looking. Si Mungu mnatafutanga. Mnatafutanga that personality. Na hiyo tabia lazima ikome mwaka huu. Sema itakoma. Yes.
Ukiona hapa utatosheleka na neno la hapa, tulia. Na kama unaona hauwezi tosheleka na neno la hapa, toka hapa kwenda wewe utafute home. You can only be blessed if you have a home. The blessing, kuna baraka za Mungu zinakuja when only you have a home. Na zinakuja kupitia kwa baba. Na kama hauna baba, kama sasa nimekuombea hapa, nimeachilia baraka. Nimekuombea hapa, nimeachilia neema ya Mungu. Nimeachilia, nimesema Mungu akubariki, milango yako na ikafunguke. Mimi ndio niko na kifunguo. Mimi neema ya kwangu ndio itasababisha wewe ubarikiwe. So wakati baraka zako zitateremshwa, labda zinakuja next week ama next month ama next year, then wewe ulishahama, umeenda Mombasa Mavueni, baraka zitakuja hapa, hazitakufuata Mavueni. Zitakuja kwa yule alicommand, yule mwenye aliachilia, yule Mungu alikubaliana na yeye. Ndio hiyo sasa ikikuja hapa, labda ni gari, baraka Mungu ameachilia baraka ya gari, na ametuma mtu mwenye atakuja kukufaidisha katika kununua hiyo gari ama shamba ama nyumba, then wewe ulienda. Hizo vitu zote zitakuja. Ndio naonanga mtu namuona anakaa ni kama tajiri, lakini si tajiri, kwa sababu bingu ishapatiana. Things zako ziko, vitu zako ziko hapa, lakini ulihama ukaenda kwingine. Zilipokuja hapa, Waruige ndio atajivuna nazo ama si Waruige? Yes, sababu they are under me. Mimi ndio nitaona. Ndio unaona kuna wachungaji wako na magari makubwa makubwa, wako na manyumba makubwa makubwa, wako na mapesa mengi. Hayo mapesa wamepata kwa nini? Kwa sababu ulihama, pesa zako wakabaki nazo. Ulihama nikio tari gakari uthia uko tanyamo yathi, na gari yaku etwarithagio ni muka wa bishop. Mwanyita nikio tari na mbeca uturaga guko ufuricaga nyamu ciothe cia branch. Cietagwo atia? Branch. Cietagwo atia? Kuna branch, Tala, Mshwari, Hasura, Timiza, kwa jasi, na iwe ni mucio ciothe. Reke ndimurie. Let me ask you a simple question. Matthew chapter 1 verse 1. You are atia? Yeah? Hebrews chapter 5 verse 1. No uko umekram vitu za mikopo vitano, lakini unajua genealogy peke yake. Umeona sasa? That is the problem we are having. Anything that we have on this world is the word. Kabla ya kuumbwa kwa dunia nilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla nini? Kuumbwa kwa dunia nilikuwepo. Ni nani huyo? Yeah? Nani hata mjui? No. Kabla ya kuumbwa kwa dunia nilikuwepo. The word. And the word was God. So if you are not grounded on the word of God and the word which is God, then what are you doing? You are not existent. If you know branch, you know Tara, you know Timiza, you know all these things, you know them, you even know their passwords and the company, the owners of them, but you don't know the word that is supposed to make you succeed. The Bible in the book of Genesis says that let us make man and woman in our own image. Then 26 inasema, verse 26 inasema in the image of God man and woman were created. Then 27 inasema and God blessed them. And he told them, have dominion over everything, over the fish of the sea, the bird of the air, and the animals of the ground, and the trees and the plants, all are under your custody. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he told, and then he says, and God blessed them. So why are you poor? Ni kwa nini wewe ni poor? You are poor because you have turned against the blessings of God. Mungu alikupatia kila kitu. Alikupatia utajiri, alikupatia neema, akakupatia birds, samaki, miti, zote ziko kwa mikononi mwako. Lakini what are you doing now? Unachokifanya wewe umekuwa nini? Maskini. And God said to them, dominate, have dominion, and subdue the earth. But now
the earth is subduing you. You are subdued by the earth. Why? Because you don't have the word of God with you. Hauna neno la Mungu. That is why the earth can easily subdue you. That is why you are overpowered by the earth. That is why you cannot feed a fish that is free from the sea. A fish that is just free from the sea. That is why you cannot eat a plant, any plant huko na ukule. Hauwezi. Why? Because you have been subdued. That is why you are poor. Because you don't have the word of God with you. It is very important for you. Kutoka leo, make it a habit. Learn the word of God strictly. When I was Muslim, kitu ya kwanza tuliambiwa tuingie kwa madrasa. Madrasa ni kufundishwa Quran na kuikram. Mtoto wa Kiislamu as young as that boy. Wewe kijana? Ni kijana mwanamsana. Kuja. As young as this boy you are seeing here, mtoto wa Kiislamu anajua Quran kutoka aya ya kwanza mpaka aya ya mwisho. Na anafundishwa itikadi za Kiislamu. That is why they are taken to a madrasa. As young as this one, anaweza kurecite Quran. They are indoctrinated. They are put into a doctrine, trained. That is why whatever they do, there is nothing they can do in life ambayo si associated na dini. Their politics ni dini. Their business ni dini. Every move they make ni dini. Lazima itoke kwa Quran. Lakini sasa mimi Warenge nikianza kuongea siasa, niongea ati Ruto anafaa kufanya hivi, wanasema pastor hafai kuongea siasa. And that is where we are lost. Niliwaambia hapa juzi, why has a Muslim won Nairobi? Because they have a map of Nairobi. Na hiyo ndio kitu nataka munielewe sana. Wako na map ya Nairobi. Nairobi iko na constituencies 17. They have a map of 17 constituencies. Nairobi iko na wards. Nairobi iko na mitaa. They have all the map ya mitaa yote. What they do, they look at the map. Wanaangalia, where are we not represented? In the map they have. When the Karen, they have a map of Karen. Barabara zote za Karen. When the Nandi Road, when the kila mahali, Bogani Road, zote, they have a map. And they go checking, where are we not represented? Where they are not represented, they will push somebody. Aingie huko, ndio wakuwe represented. Na si wao, they push through dini. Wako na map ya Nyeri Town. Saizi I was telling you. Wako na map ya Nyeri Town. Yote. Wanajua Nyeri kona zote. Kutoka Majengo kona zote. And they are looking kila barabara. Are we represented? And they have positioned people in every street. Uende Kisii, the same. Uende Kikuyu, Kiapa Kikuyu. Uende kila mahali, they have. And they are not using it as a tribe. They are using it as a religion. They don't separate religion and their lifestyle. That is Muslim for you. They don't separate religion from their personal life. Wakilala ni religion. Wakiamuka ni religion. Wakitembea ni religion. Akikula ni religion. I was a Muslim. And I stayed there for 2 years. And I met so many prominent people in the Muslim land. And I know what they do. And their plan, I know it. Nyinyi wa Kristo warokore, mnalalaga bikuni, mkirudi chini mnakuta Waislamu wameshachukua. Waregi akiongea mnasema hiyo ni siasa. Lakini watu kania maodo maga ina siasa. Moses was a top politician. He's a liberator. He liberated the children of Israel through what? Politics. Jesus, crucifixion of Jesus. Imeandikwa aje pale? Ni jina gani imeandikwa kwa msalaba? Hii ni kumaanisha nini? This is the king of the Jew. Who is a king? Is he not a politician? Jesus was a politician. He is a politician and will forever remain a politician. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not separate religion from politics. Do not separate business from religion. Do not separate family from religion. Let religion, the kingdom of heaven, be part of your life. Be part of the move that you have. Every move you make, let God be your king. Every thinking, hata kufikiria, when unafikiria, you make sure God is inside you as a king. Ukinunua jembe, unajua, you've bought that jembe from a king.
Ukienda kufanya shopping from a king. Ukienda kukula kamunywezo from a king. Every life of your life, everything of your life, make it clear, I am serving the kingdom of God. And all this belongs to the kingdom of God. If you are a policeman, you are a policeman in the kingdom. If you are a mwizi, you are a mwizi in the kingdom. Every bit of your life, make it be part of your Christianity. Make it Jesus your head. And when you make Jesus your head, you will never, hauwezi kuhonga mtu, na hauwezi kuhongwa, hauwezi kuiba, hauwezi kuua, hauwezi kudanganya, because you belong in the kingdom. Will you hurt a kingdom member? No. But when the devil came into our life, through democracy and all those nonsense of things, wakasema separate. Ati weka laini, wanasiasa hapa, watu wa dini hapa. Sisi ndio tunachaguaga hawa member of parliament wa Kristo. But when a Christian, a pastor anakuja kusimama anasema, sasa nataka mnichague, mkoga, wewe mwambie arudi kwa pulpiti. Alafu unachagua mlevi. Unachagua mwizi, mvutaji wa bangi, unamchagua, unamfanya mbunge wako. Alafu baadaye after 2 years unaanza kulia. Toti yako shako sasa mnalia Ruto. Ati Ruto amefanya mabaya. Nani alichagua Ruto? Kakati kile kwetu kakanyuga gwethurira. Si nyinyi ndio mlituambia hapa ni maombi, si uchawi. Kwani maombi yenu ilikuwa inaenda kwa shetani? Sasa Ruto amekuwa mbaya. Ni maombi, si uchawi. Ni maombi, si uchawi. Sasa mnalia ati ametutax. Mungu huyo Mungu mlikuwa mnaomba hakumuonyesha mtakuwa taxed. Damu ne tena mukahoro muka hiyo magoti. Yeah? You see? Because you are told separate God from you. Don't separate your God from you. When you put God as the king, as the chairman of your life, you'll never make a mistake. Hata hautakuwa na maombi, unaomba maombi ya nini? And you are part of maombi. Ni maombi. Si uchawi. Sasa mlikuwa mnasema Uhuru aende nyumbani atatigirie mahahi. Ndio igwa kwa ginya James Maina nganga ndio ugate. A heri Uhuru because he is in a problem of land. Kwa sababu ya kashida ambayo imetokea ya shamba. Na hiyo shamba ni mimi nilimpatia. Akuje kwangu nimubariki. Mimi ndio nilimpatia hiyo shamba. I took him there. Mwere hiyo kana nijoni anajigua. Muthe ni urajigua. Akuje. Twaranirie ndimwira muthe thie. There are things that kuna vitu ambavyo muna ignore na zinakuja. Hata mimi kuna mahali siwezi kuenda bila baraka ya huyo mzee. Yeye ndiye aliniombea toba. Nikikwama kikiumana naendaga kwake namwambia mzee iko hivi na hivi. Mzee anarudi kwa mfuko. Kuna noti alinisainia. Nilikuwa tumesota sana hapa kanisa tukiwa kule. Nikaenda kwake. Alinisainia, tulikuwa na yule mama na nyamanya Buda na Dirago na mtu mwingine. Alinisainia tu noti ya shilingi 1000 akaweka signature yake hapo. In 2 weeks time nilikuwa na milioni kama 1 zimekuja. Kumbe mzee ndiye alikuwa amefuga pesa yangu. Na nilienda nikanyenyekea paka akaweka signature kwa pesa. Kutoka saa hiyo pesa kwangu haitokagi. Ndio huragira thimu gethe itharenda kuhe pesa. Tone nilijua siri lazima nirudi kwa hiyo mzee. Niende nibeberese baka aachilie. Kuna vitu niko nazo nikikukasirikia inapotea. Nina uwezo wa kufuga maisha yako. Lakini kwa sababu haujui neno, you don't understand the word of God. That is why you misbehave. Unasema ukanyinelia God sio gekogo. Nie. No gadie kegwire ukameinio ugecoka. Todo anadigo kwenda kuha no kurakara au just inside. Nitakasirika tu hata mimi sitakumbuka, wewe ndio utakuja kunikumbusha. Kurakara tu hanini na adie. Nimekufunga. Because I am carrying an anointing. An anointing is given to me by the Holy Spirit. So when you make me nikasirike, you grieve the Holy Spirit. When you grieve the Holy Spirit inaweka signature nasema funga milango ya huyo mtu haraka haraka. Na milango inafungika. Most of you here are suffering. Hakuna mtu amewaroga.
and then mutrace back wale wachungaji mlicheza na wao. Nikamchungaji kakule geshagi kwenu kale akata kuku hakana. Kanavaga viatu mbili tofauti, liganisha moja ya blue na moja ya green, na ni pastor. Lakini kalibeba, kalikushika. Kalikamata destiny yako. Na wewe unashidaga hapa, ninaonanga kama ni kurogwa nimerogwa. Oh rima. Si kurogwa. Ulifugwa. Na ulifugwa na mtu uwezi mnakutananga naye kila siku na ujui ni yeye alikufunga. Mwisho maana anamuliana kana kwa kazi ni yako mwikaraga nake. Mwikaraga nake. Na uwezi unakuja kutafuta waroige na umeacha solution kwenu kwa nyumba. Aende tu anene tu neno la baraka, nimekubariki. Simple as that. Unafunguka. And because hautaki kukaa chini, ufundishwe neno. Utatangatanga, utakufa maskini. Nilifanya statistics nikaona walokole Protestant churches, they are the most useless, hopeless and the vagabonds. Saizi hapa nikawaambia tuchange pesa. Tuchange mnichagie shilingi 1000 tu ni kunywa kakombe ya chai. Mtaanza kuangaliana. Lakini enda kanisa hizi za Catholic mnaitanga hawataenda biguni, enda kwa msikiti. Mimi nilikuwa kwa msikiti. Enda kwa msikiti. Wanapigana wakisema ni nani atatoa. It's like an auction. Harambee ya Catholic inakuanga 50 million. They take only 10 minutes. 50 million. 10 minutes. Hawafanyagi harambee ni contribution. Neturatwara muhodhi wakora gari. In 10 minutes they have finished this. Sisi tutapaga 1 full year December tutakuwa harambee goko. Na hiyo siku mzima hatutahubiri, tutashida kule kwa barabara na maua na nyingine inakaa kama gitara ya kuweka wageni wa heshima wakiingia. Na hao wageni wa heshima watakuja, kila mtu atakuja na shilingi 5,500. Na nyinyi kanisa mzima mtakuwa na 20,000 na mlikuwa nataka 5 million. Sasa hizi nikisema kesho tuko na harambee ya kununua viti. Kila mtu ataleta 500. Nusu yenu hamtakuja Sunday. Wako hiana atia. Ni twakinya iteshiga na umuthi. Wewe ile kazi unataka nikuja tu ukalie kiti. Ujui kule kimetoka. Because of lack of the understanding. Wale watu wamekuwa grounded in the word like the Catholics. I love Catholics. I love the faith they have. I love them. Ile pale tunakosana tu ni kuniambia Mary ni mkubwa kuliko yeye. Kwa sababu nakumbuka Mary aliambia hawa watu walikuwa wametafuta walikuwa huko akamwambia thikiriria ina mweke uria aramwira. Si ndivyo alimwambia? Thikiriria hii na mweke uria aramwira, meaning hakuwa na power, yeye angewaambia. Lakini alijua huyu ndio yako na maneno. Bwana asifiwe sana. Sijui kama nimeigiria wa Catholic. But the faith these men have, they think and they walk like kings. Hapo ndio nawapendea wa Catholic. They live, think and walk like kings and queens. A Catholic does not worry. Umupatie shamba West Pokot katikati, there is no human being. He doesn't imjalishi. Ataenda huko. Na within 5 years utakuta city hapo. Lakini sasa bia waroigi aende West Pokot. Anauliza town ile iko karibu ni gani? Ndio ujue ni wapi barabara ile iko na watu wengi. Kwa sababu sijiamini. Nitaenda kutafuta mahali kuna watu wengi. Sasa tulitoka kule City Stadium kwa sababu kutoka watu walikuwa na shuka wanapanda gari nyingine wanakuja City Stadium. Sasa tukangangana tutafute nyumba karibu na town ndio watu wasiwe wanakuja na gari mbili because hatujiamini. Naye Mcatholic ako Karen huko katikati ya Karen kwa kichaka. Watu wanaenda na gari 6. Na kanisa unakuta imejaa hivi na ni ya matajiri si ya maskini. Ni ya matajiri. Na wakienda huko hawakuwa na kitu. Hapo kado amejenga nini? Don Bosco. Hapo kidogo amejenga nini? College. Amejenga hospitali, amejenga kila kitu. Alafu mnaendaga kuna kasika hospitali napelekaga mama yangu. Kako Karen kanaitwa St. Odilas. Nani anakajua? Kako kuko kamejificha. Lakini mama yangu anatokanga Molo akuje St. Odilas.
Ni hospitali gapi kutoka Moro mpaka hapa? Ateo ni ereda haigera hivi na ikagwire gutire thibitari igoro ukire anakava Karen. Karen wanaitishaga pesa kwa pamoja. Ni 80,000 kwa pamoja. Lakini St. Odidas wanakuitishaga 500, 300, 500. Unaenda pale unalipa, unaambiwa rudi hapa, unalipa. Unaenda pale unaambiwa rudi hapa, unalipa. Unaenda pale kila huduma uende nini? Sasa utakuwa ukitoa 500, 300, 600, 700, 1000. Hautatoa pesa kwa pamoja because they believe and they live like kings. They know how to eat money ya maskini. Pesa ya maskini kuliagu kwa pamoja because atakutoroka. Hana hiyo kwa pamoja. Lakini utamunyaganya kidogo mpaka akae laini moja. Taigi mwitia ngiri 10 hane muora. No ingeje kumwira murutege 300 mutatoa. Na ngumwitia 300 rucine. Na inyanya ndimwitia 300. Waine kiumira ndimwire ngurira icai 300. Mutenekera ngiri. No korwo ndimugire mundu anekere ngiri mukahe mundu cio no mbeca citu atwetagia. Sio no mbeca. Kiri ngima. Yani omunekere ngiri ngima. No gutigira ni mwatiga ngiri ereko. No tondu ni mumenyerete thina ri mwetio 3 mutionaga ri mbeca nyingi. Na nikio muturagira ki? No nginya tucenjera mundu ucio mwenake hau tubadilike. Mimi I don't believe in poverty. Let me tell you one thing. I don't believe in poverty. Mimi nimefanya kila kitu, kila aina ya maisha kuondokea poverty. Nilikuwa chokora, lakini nilikuwa chokora tajiri. Dandora dumping site mimi ndio nilianzisha. Ilikuanga pale Githurai pale tulikuwa na crusade juzi. Hiyo hapo tulikuwa kwa hiyo kiwanja. Hapo ndio kulikuwa dumping site. Ndio nilifurahia sana kurudi kwa hapo. Hiyo ndio ilikuwa dumping site. Na hiyo ndio nilitaka tunyeshewe kwa hapo, naye Mungu akakubali. Naye Mungu akanitumia nikasimamisha mvua, ikasimama. Watu wote wakasema, "Haya, arogamia bura." Kwa nini? Because I wanted the connection. Hapo ndio nilianza maisha ya uchokora hapo. Hau niho ndajie korogotera mabati, ngathima hau. Hau niho ndaharukirie gikonia. Hau niho ndanyuiririe nguru ya mbere hapo kwa hiyo kiwanja. Nimetoka bali tia kuonyonaga tadenyeje. Nimetoka bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata nikiwa chokora nilikuwa kiongozi. Nilikuwa kiongozi wa machokora. Gari zote zikikuja kumwaga takataka zilikuwa zinalipa 50 bob. Kila gari. Zilikuwa zinakuja karibu gari 500. Am I not rich? Nilikataana na poverty from the word go. Hata wewe kataana na hiyo poverty. You are not poor. You are not born poor. You are a rich person. You are such a powerful person, a very strong person. But because you don't understand the principles of getting this, atere ule wanakoria ogwe ni mwana wako ni araigatirwa na ale ule tutire na yakoria na ale ule na nyoba tutire na kwa gukoma muthe ndiregeire kuria gukoma na koria ogwe ri Ngai ari ogete-ini. Ngai uriku? Which God is that? Which kind of a God is that? Mimi huyo Mungu siwezi mtaka karibu na mimi. Ati mtoto ako nyumbani school fees. Nyumba imefugwa, chakula hakuna. Huyo ni Mungu ama ni shetani? That is the devil. God gave you Genesis 1 verse 26, 27 and 28. He gave you dominion to control the earth and have subdue. Na akasema subdue the earth. Kusubdue ni kuikanyaga ikae chini yako. Tokaje kudelea poverty ha. Kwenda huko. Poverty siwezi. Wakati niliona poverty nataka kuingia tukafukuzwa huko, tukakuja Dodora. Nikaona tena wametufukuza. Poverty ikaanza kuingia. Nilitafutana na wanogo na wasosho tukachukua buduki. Our first encounter na tugathi gutuga dikuga niko twaire. My first encounter nilienda Barclays Bank, sitawaambia ni gani, tulitoka na 70 million. Yes. Atenare kwa ndako higo yo. Weki atia. Bwana asifiwe. Tamenado chukia shida. Ichukie na uichukie na kila kitu chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Uichukie.
Hapa hakuna mambo ati ati Bwana Yesu atakubariki. Yes, atakubariki. Na alisema nitabariki kazi ya nini? Kuna watu walisema ati nikiomba pesa itakuja. No prayers will bring money. No prayers. No prayers will bring money. He blesses the work of your hand. Hii mdomo ni kuprophesy. Achilia prophecy. Ukiamuka asubuhi woke roshine, ugathige icicio-ini, ugaikara gicicio-ini, you bless the man you are seeing there, the woman you are seeing there. Bless mwambie umebarikiwa. Ukienda ushinde, ukienda ulete mali, ukienda ufaulu, prophesy. Hiyo ndio kazi ya mdomo. Ntiago kiri ogo Jesu mwathani ari ogete-ini. Icio ni mukora, icio mwathani waku ni mukora. Ndingĩmwenda hakuhĩ nani. Ngai wakwa nĩ ahete ũtonga wa thĩ ĩno na akĩnjĩra nginya nge nĩkĩo muonaga ngĩaria ta ndũrĩka tondũ ndũrĩka ndĩkĩ ndũrĩka nĩ kũmenya Ngai wakwa ti mũthĩni. Nĩ kũmenya Ngai wakwa tikĩ ti mũthĩni. My God is not a poor God. He has given me all the treasures. In the book of Genesis, Isaiah 45, he has given you hidden treasures. Amekupatia dhahabu, kila kitu ni zako. Amesema atavunja. Hebu tufungulie hiyo 45, Isaiah 45 na Kiswahili, alafu ndio tuingie kwa mafundisho. Poleni sana nimewapatia story. Dinameanike gya trigger that. Sijui ni hiki kitu nakwambia niko na kigonyoke ha motoke. Kelipukaga. Kwanza nikisikia poverty nasikiaga vibaya sana. Mimi hata nikiwa apostle hivi nione poverty inakuja na huko nazo nitakunyaganya. Digirarira we nacio. Hatire hadogo kira mwathani. Hatire. Na ndigagutunya ate ngwire na Jesu ndagutunya na ngohoere aca. Kugutunya life ukionaga. Nigetha na ni gwakwa gukario. Life hatire handu ngagwikirira mwathani ati thiini wa ritwa ria mwathani ni ndirona mathanduku 5 ati nigetha ngaria mbeca ciaku icio ni mbeca cina kirumi ngukagwire mutheta he 10,000 tondu ndiramenya wina cio ndingigwitio tari na warega nacio nigukwira muthere he ciringi 10,000 kana ngurunde haha thi moko makwa ni mahe hinya. Msifanye hivyo mtakamatwa na polisi. Nitakupa hazina. Isaiah 45 verse 3. Nitakupa hazina zilizofichwa gizani na mali iliyo mahali pasiri, upate kutambua kwamba mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, ninaye kuita kwa jina lako. That is God who has said so. Nitakupa vitu indo ciehithite, indo ciethirine. Kwa hivyo hakuna Biblia msima kutoka mwanzo mpaka mwisho, hakuna mahali Mungu amekunyima. Mungu amekupatia uwezo, mamlaka ya kufanya na kutenda. Halo. Kabla kuisha hii mwaka, na ndivyo niliwaambia, kabla kuisha nini? Wale ambao tulianza na wao zamani, nataka kuona mkiendesha hata kama si baiskeli. Uendeshe pikipiki. Kama utakosa gari, upate baiskeli. At least useme, nilikuja na patipati, saa hizi naendesha kisururu. Bwana Yesu asifiwe sana. No tutigotorana na inywe. Uria ndamukorire, kirato kinya ni keinamire riu, ndakorire kirato kirugamite ugu. Na okete unjikirie kirato kaikarite ugu ate nigetha nguone wega. Riu ndagire gukuona kinya kirato ni keinamire. Wekirete ira kariu na cotton ni kuria thiini. No. I cannot walk you that way. Mimi Mungu tangu nianze, Mungu ameniongezea maradufu. Tulikuwa na nyumba kama hii? Karo. Tulikuwa na nyumba kama hii? Hatakuwa. Nilikuwa na gari yangu ile kama ile kubwa? Hatakuwa. Wewe umenunua nini? Sasa hiyo tangu tuanze safari na wewe, nikiogolete. Alisia. Alice, Koki? Nimolile. Koki, tangu tuanze safari na wewe kutoka kule, umenunua nini? Ulijenga yeye, umejenga, tumefukua nyumba yako. Nani mwingine? Wa zamani? Wametoroka, nimehidha matiro ya moto. Inamia imoto fio.
I need to know your track record. Tulianzana na wewe, mimi sikuwa na gari kubwa, saizi mimi naendesha gari kubwa. Were ulio haria twacamanirie nawe kana no tukuo we kwĩhumba twega, wĩna kaburoti, wĩna kea ke handũ kana wĩna kaũndũ kanini wĩkĩte, na gakorwo ndũrĩ na kaũndũ wĩkĩte rĩ, nĩkĩ ũratwara na niko tunaendanisha nawe wapi? I'm not your blessing. Yes, mimi kama mtumishi wa Mungu niko hapa nikubariki. Ile anointing iko na mimi iflow kwako. Nikinunua gari na wewe unanunua kitu, yani at least kuna change of life, kuna change tukienda hivi, because that is why respect and obey your prophet so that you may what? You may be prospered. If you are not prospered, then there is something that is amiss. If mimi ni kuendelea naendelea na wewe hauendelei, umewachwa mahali ulikuwa, basi kuna kitu kuna mimi ama mimi ndio problem kwako, ama wewe ndio problem. Unaweza kuwa problem kwako na unaweza kuwa nini? You are a problem. Why? You need to grow as I grow. If I'm being blessed as your man of God, you are also supposed to be blessed as a supporter of man of God. Because the more I'm growing, the more I'm becoming bigger, the more the ministry is becoming bigger, the more it's demanding. Venye ministry inaendelea, soon tunaondoka hapa, tunatafuta nyumba kubwa, si ndio? Hiyo nyumba itakobolewa na nini? Itakobolewa na nini? Si ni pesa? Zitakuwa zimetoka wapi? Utaimagine, dole na mwana wako ni mwigata thukuru, nyumba ndihe, ketikire nginya ya kuria hatiri. Ati we ni wendegemeire undeithie gukura. No. We are talking now. When we jeteria auti undeithie gukura. Na nduri kindu gwaku ni kuhingo kurahingo. Twacamanirie nawe ugikombora nyumba, twacamanirie nawe ukihota kuriha rent, twacamanirie nawe ukigura gacai kega. Riu umuthi uyu ni kuhingirwo rahingirwo nyumba. Na ndira professor uria tuguthama tuthi nyumba nene, uria tukugura kea. Na kea kiu ndingihota kugura ndika, tukunyitanira nawe tugure kea. No we ni guthi urathi na guku. Na ni guthi ndirathi na guku. He handu turatwarana. Kuna shida ama kuna shida hapo? Kuna shida kubwa. Kutoka leo naachilia utajiri kwako. Milango yako ifunguke. Njia zako zote za finance zifunguke. Mikono yako ibarikiwe. Milango ya kazi yako ifunguliwe. Mungu akonyeshe vitu ambavyo viliko kwenye siri za baraka. Let Isaiah 45 be your portion. In the Jesus mighty name. Diyo nikigira to madagire gushoka na agashokio na hau. Lakini nafikiri imeisha. Hiyo kitu imeisha. Yeah? Utatiko hujia. Look. Oje demo shawadi tigana ke. Ale doa nele ado maigole rauga. So, what makes a quality church leader or a Christian person? What makes you succeed? Nike getuma or succeed. Number 1, obedience. Wadeka. If you don't become obedient to the word of God, if you don't become obedient to authority that you are under, Bwana Yesu asifiwe sana, then it means you are attracting stagnation. You are attracting something that does not help you to grow. In the book of Hebrews 13 verse 17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls. The leaders over you, awe hata sabitivo, awe chairman, awe inspector, awe pastor, the people that are in charge of you, wanakuko juu yako, they are watching over your souls. They are looking at your souls. What is a soul? Soul ni nafsi yako. Nafsi yako ndio wewe. Can I ask you a question? A simple question. Acha niulize huyu mzee. Weta kwate. Wabogo. Maitho mane mao. Kanua kane kao. Ulimero une rwao. Niki kiukire uwe ni giakwa. No ushurauga ni giakwa. Niye. We ni wewe. Wabogo.
ndirakuria atiri wa mbugu maitho mane mao nĩ makwa kanua gaka nĩ kao nĩ gakwa rũrĩmĩ rũu nĩ rwao nĩ rwakwa no ũcio ũrauga nĩ ciakwa tinie mwĩrĩ ũyũ nĩ wao mwĩrĩ ũyũ nĩ wao wakwa hiyo ndio inaitwa nafsi, that inner man. Huyo anasema the owner of this body, mwene mwili huyo ni oraria. Asha mwene mwili huyo ni washirauga ni gakwa, maitho mane mao ni makwa, kanua gaka ni kao ni gakwa. Mwene mwili ucio ni soul yaku. Wanyita niguo twetaga roho uria umaga kuri mundu ugathie mwili ugatigwo. Mukorogo muri andu eri wanyita mundu roho na mundu nyama. Nikigwa mwili ucoke teri ucoke ki naguo mugu ucoke ki mathani agocwo. So andu aria me iguru riaku, pastor waku, manager waku, munene waku othe, ona muthuri waku tondu ni kiongo giaku, niwe murangeri wa roho ucio. Nimwanyita niwe murangeri wake wa roho ucio. Roho niguo waranageria na Ngai, ti mwiri waranageria na Ngai, ni roho, spirit, soul yako, nafsi yako ndio uzungumuza na Mungu. Kwa hivyo kuna watu Mungu amewaweka kwa maisha yako wawe wakizungumuza kwa niaba ya Mungu kwako. Kwa hivyo hawa ndio viongozi, na hawa viongozi mukikosana na wao wana uwezo wa kukumaliza, na wanaweza kuwa na nia mbaya kwa maisha yako, pia wana uwezo wa kukumaliza. So how do you win battles kama hao ambao wako kwa maisha yako na wako na nia ya kukumaliza? You become some obedient to them. When you become an obedient son to God, an obedient daughter, then God power comes over you because of your obedience. Those people that are obedient to God, obedient to the systems of God, obedient to the plans of God, obedient to authorities of God, God covers them by the Spirit of God. It comes and covers you. Nobody will be able to fight you. Even that husband who is malicious, even that wife that is malicious, even that manager who is malicious, even that pastor that is malicious, because there is an aspect of obedience in you that makes God to come and cover you. Are you getting me? So to win the battle of being subjected or being fought by any enemy, by any person who is malicious, you need to be obedient. Just be obedient to that character. No matter how bad that person is, no matter how cruel that person is, just be obedient. You defeat them. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, be careful. We are talking about the qualities of a good Christian personality. Be careful always. Ukuwe mtu mwangalifu sana. Kitabu cha Matendo ya Mtume 20 mstari wa 28. Matendo ya Mtume 20. Be careful, attention to yourself and to all the flocks in which the Holy Spirit has made you to oversee. Be careful, because the Holy Spirit, therefore take heed to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you to oversee, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. One thing underlying his own blood. Whatever that I have been given here, the responsibility given to me by God, by Jesus himself, it is both purchased by the blood. Anything here, kukuja kwenu hapa is not that I am good. I am not good either. It's not that I'm special. I'm not special either. But I have begun as responsibility. Therefore, I am meant to become special and careful. Careful that I have to handle things in a very careful manner. Because whatever I'm meant to handle has been purchased by the blood. Bwana Yesu asifiwe sana. Whoever I'm supposed to shepherd, to control, is purchased. That's how mtu nini anafanya. Toka hapo. What are you doing there? Si mnaona maagent sasa. Message niyo yenda kuhurana nayo. No, muna ndageria kugativio message ria tona guko. Tondu utire ndo mumenyekane uria mugucoka guikara.
Ndogo onatoma tukuma huko dali tasho tuko. Nitamaliza kuhubiri. Hii lazima hata mfanye nini? Kwa sababu naenda kuhubiri, kwa sababu hii ndio imefanya kanisa muanguke. Hii ndio imefanya umaskini ikuwe ndani ya kanisa. Because of lack of knowledge, the understanding of what God wants you to do. Just small things that are always obvious in your life. These are things that we are not able to understand them. And if we understood them, mashida hiyo yote mko nayo. Muslim, they are so careful and obedient to the word. They follow. Muislamu wa kwanza akisema, mwananga mwezi ukionekana dunia mzima inaenda kusherehekea Idi. Lakini sisi kama sisi tungekuwa tunapatiwa hiyo mwezi, tungekuwa tunasema rohoda ya radia. Linae kai kago go. Be very careful and very attentive to yourself. Be very careful and very attentive to yourself. Wewe kwanza. Ansa na wewe, be careful. Ujue kukanyaga, unakanyaga barabara gani. Unajua unaongea na watu namna gani. Ujue unafanya vitu namna gani. How are you doing them? Bwana Yesu asifiwe sana. Because the responsibility, huyo mwanamke mutumio sio oheto ni Ngai. Mutumia wakunue kanitha gaku kabere na kanitha gaka kaguriro na thakame. Are you getting me? The business you are doing, the business has all the principles. Ziko na principles zake. Godly principles. The Bible inatupatia description how you are supposed to do your business. Ukienda kwa Waislamu, they operate within the principles of the Quran. But what about us? We don't have a principle. So that's what the Bible is telling you. Be careful and very attentive to self. So that to yourself and to all the flock and to everybody in your life. Be very attentive and be very careful to them. So that you know how to handle. Watu wameingia kule kanisani, wameingia kule mlango. They are all injured. But how you speak to them as though you are going to die tomorrow. You don't know how to handle. You don't allow people to come and lean on your chest. Unampatia gedholi, analilia hapo, unaacha amwage machozi. Lakini na wewe ukipatiwa hapa, wakaja kueni waje koge na modo. Todo kule wetiro takataka maraya hii. Ubwewe toka hapa kwenda kabisa. Mjinga hii. Ugoko gakora mundu tani muhoreru wega. Akwira hoye pole. Ginya akwira darling. Pole sana. Kuna watu nimeita darling hapa wameenda kusema amenipenda. Sija kupenda, ni responsibility. I'm being careful and attentive to myself because of the flock given to me. Huyu mtu amekuja, roho yake imekatakatwa, moyo wake. Mudushu atihetio ngoro yake ina icunje cikarite uguo. Na ndanengera to cindano ngutume na cindano haha ukomera githuri giki uguo ngunengera uririre haha uitira rutana hau thutha. Ukiuma hau na gwite darling, na gwite babe. Ni aje? Pole. Mungu akubariki. No urenda. Just simple that. Ndokwenda ginya mahoya. Kuri andu aingi haha mutirenda ginya mahoya. Ni magui maria mwititwo muci. Uranidio kureho haha tu. Yani ukiuma hau haya ugo ni kuri arume mage compress. Ugo ni kuri arume mage kuigwira tha. Ni apostle. Imagine apostle. Kugira dada. Kai ni ndito na apostle tocio. Ukaigwa ngoro ni akatia. Ni ahorera. Ukiinuka muci. Urathi ukinaga turembo twega. Mwathani agocwo. Urathi ukinaga ki? Turembo twega ukinya muci. Ndurathi kuina nyimbo iria irainaga ira. Ti muthenya uria ngakua. Ndingakena muno. Tondu nyarire tu kanyarireka. Urahoya muthenya uria Ndio wako. Mwathani agocwo. Ukiuma hau hari apostle keinuka. Urathi ugeciragia apostle na riko apostle no anyende. Unundu akugena kiundu kiu na riko apostle no anyende. Ugathi ukinaga rwimbo. Egoboka nyume thi no magegania meko thi. Tondu uraigwa in the moon wikuria riena iguru. Yani uraigwa maundu meha marekeka maundu matari mekeka. Magegania meko thi matari meko. Ini uria wabararika. Uramba tota gitore no na mutumio no na theka. Nginya ria gituri ni rioneka.
The peace of God. That is all what you need. And that is you as a leader of the church need to do to other people. Be a comforter. Be a solution to problems. Take care of the people of God. These people were purchased by the blood of Jesus. Handle them with care. Handle them with love. Handle them with specific measures. Hallelujah. Nanda kwa kidoka kukwero kutoka kwalia nawe tia kuthira haja ginya drone na ukaruta ginya mewani ugoka tu wako ne mewani ukahikuka maitho wathi hawo giceraga hari ukiga hallelujah I got it ginya wako karuta sadaka haha tene wanyiti apostle ne musiripare ne dukata ya Ngai haha itume ngoro yaku ihorere mwathani agoca Catherine ngoro yaku dia horeri ni ukwona uronyorokete imwana tirakwira mutumia ari harokire munogu muno uyu uria tamurotara mutumia uria arokire aye munogu muno nikunyarirwo ni ago na arogi mwangalie sasa sini musiana ni adireciria ni yangio madhani ya gosho, and that is all what we need. Si mambo ingine kubwa. Watu wengi hapa si wa maombi. Si maombi. Hamuhitaji maombi. You need somebody to comfort you. And that is why you've been placed here as a man of God, as a woman of God, so that you can comfort souls. Mtu kama huyu kamunyweso angalia. Lole ya muthaka. Ndimwita kamunyweso to ndamurutire kamunyweso ine. Huyu angalia, si angalia sura yake. She's nice. She's a wife material. Yes. Ni mzuri. She's comfortable. Ametulia. Ona ino kane kokota tokira tugana. Twere twa wine nego. Let's Erosio. Kanini. One for the road. No, ira ni lago dire kamwe. Eyo. Yes. No, natiga arare daily drinker. But when she came here, diamoni ya madharau. Diamoni ya uru. Sikumuonyesha vibaya. Nilimwonyesha kaa tu hapa. Utaenda ukiwacha pole pole. Na sikumwambia katika jina la Yesu, hiyo pombe utawacha. Nilimwambia kamata tu kitu yako pole pole. Nyumba akikuleta meshufa. Mo Jameson. Ni Mo Jameson. Unyoga reko. Ya, kwa nyumba ile hali kwa kale. No ni wale stoko hali karafu ine kale. Hali ka stoko gatigarite. Uenda korwo ni mundu ngiamwe enda ukamwage hiyo na ni mbeca. No, singe mu discourage angenitoroka. Wale mmefanya naye crusade, tumeenda crusade. Kuna mama amejitolea kufanya kazi kama huyu. She is very hard working. Lakini bado akirudi nyumbani atakamata kamoja ama tuwili. Na kuna wakati alikuwa anakamata chupa mzima anamaliza. Sasa hizi ni tukilasi tuwili. Tukienda misigine mbili hata atakuwa kiona anatapika. Why? Because nilimpatia hapa akujaralie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu niliona huyu si maopi, uliko hoere. Baba katika jina ninakemea hii pombe, ninakemea hapana. Pombe is a spirit. You need to know how to handle it. Ni kitu iliingia ndani yake, si kupenda kwake. Ukimuuliza nikigitoma gonywe ataigua gokenda konywa. Ari muthenya uria eheta pio gadi konywa higo niguo ahuragirwo thimu ni aratari akiendete muno. It is a spirit. You know how to walk with it. As you walk with it, you go killing it. Kuna vitu haviwezi, kuna spirit asikuvagi siku moja. Kuna ka spirit atakwambia hiyo nimemaliza, lakini kuna ingine itakwambia tembea na mimi tusere. Tukitembea naenda nikivuja pole pole. Hata mimi kigunyo ya mongeke imekaa. Hata sasa hii haitoka kabisa. Haitoka sababu ndio unaona kaza kingine kichwa ikiruka juu unaona nimekuwa sasa komanda mwenyewe ule wa Madiokore. Baka mnaigiza baridi kanisa mzima. Si ndio? Kuna siku niligoromokea huyu mama kwa ofisi. Najua mama naye alikuwa na ile mdomo. Huyu mama wale midomo mingi. Nakupenda tu hivyo ulivyo. Umesikia? Yes, I love you. Sawa. Thank you.
Sawa, that is how we need. Huyu anakuja na kigunyo yake, huyu anakuja na kigunyo yake. Huyu alikuwa kama mwenda wasimu. This woman hapa alikuwa anapelekwa Mathare, nikamwambia before you take her to Mathare mlete kwangu kwanza. Sasa hizi ndiye anakuaga secretary wetu. Mundu wa Mathare huyo. I love this woman like nobody's meet. Huyu nampenda. Huyu atakiniita kwake saa 6 usiku nitaenda. Kwa sababu I know kule nimemtoa. Alikuwa ameitiwa polisi Naivasha wakuje wamshike, wampeleke Mathare akadugwe shindano. Mimi nikakataa na yeye. Sasa hizi huyu agere mugorokia agikanagia maratathi kono wa dashiro shindano yo. Todo uwe niguo mabangite destiny yake ikete. The moment wako tejo shindano destiny yako ni yathira. But I said no. Wacha lawama iye. Aburi yako kirego kuko kiriga Kenya da. Pio. Ndagakeje konyo ni gira tuguthiurire nako. Gaka. Totiko. Niguo ngoma cirakonia. Wanyita. Ndiamuthinekanirie, ndamunyitire guoko na kimuoni I love you. Ngeje kumutwarithia kahora, ngimuruta ndege-inĩ yo ya sex. Ngimuharurukia thi akiuma, ngimukinyiria thi nginya kumwira guku thi guceragwo na holiness. Wanyita. Guku guceragwo na ki? No ari ndege-inĩ iguru ya ki? Ya sex. Tondu guku niguo kĩongo gĩake kĩamuonagia, niguo ngoma ciake iria ciamunyitĩte, ciamuonirie this man can be your husband. Ndahingoe na muthuri nyumba. So singe muthinekania because ona muthuri wake ni augite eherio nyumba tondu ni ona tangimutheca na kahio eguthi coka thiiko no aikato ni muthuri waku mami wanyu ni akuingata andu anyu othe marauga uthio theco cindano ugicoka thiiko utangicemania na mundu tani ri ugicoka thiiko. Sasa nilikashika nikatuliza bori pole sasa hizi ni iwa kiondo kiu na njiraga nginya ni Ngai uramwira apostle Ngai wajira na nginya mothe ukamya ti Ngai uraria ni ngomoreka atia uraria nanyita riu okay akore mundu mugoroki muhunjia mugoroki waje kumwira pepo nakemea mapepo ninakemea wamwika atia na muthirekania. Be a good leader, understand understand dynamics ya mundu ucio oka atia huyu mwingine ndio huyu alikuwa ananiambia anasugumusiwa huyu ndio aragerio. Huyu alikuwa anasugumusiwa na abio mimi ni bwana yake. Huyu analeta mpaka matunda karibu akaniambia nataka kufuga kasi nikuje kwako. Nikamwambia utakuja lakini usifuge kasi kwanza. Wacha nitayarishe mahali utakuja. Akatulia kidogo. Nikamwambia ukaka kanithaini. Akakuwa mandate every day alikuwa anakuja kanisani. Every day. Anakuja tunakaa naye kwa kule, tunakaa naye chini, tunaongea, ananiambia venye Mungu amemwambia, venye utakuwa na boma mzuri, venye utazaa watoto wazuri, venye nini. Najua hizi ni ngoma ciraria. No mundu ngimutwarithia kahora, ndio ahorerire riu. Dio. Na akimenya ni ngoma wamoragiria. Mwathani agoco. Koro ni kundu kungene guthinekania ngiathinekania ikioja. Na ahoro neto mumararenda kugwithia apostle. Tora jigwa muga ati atumia maingira na hani marenda kugwithia. Nini ngigwithia? Gutire mundu ungiota kwigwithia. Ino ndio horagwo ni Ngai ni ngoma. Ino yo horagwo ni nie. Nini ndina moko makuohora. Ngoma ndari na moko. Ino ni nie. Wanyita. Ugo ndukana thigwiciria ati apostle arondo niki nie ni nie. Yes, ni nie gwiririria gitumia giki. Thie ndimiharurukie. Uguo ikuruke thi. Ti ngoma. Ti kuigagirira ngoma igenyo. Tene wewe kunia kumugwithia ako tire ndungihota uyu ndora waroingi ndungihota kumugwithia. You can't you can't nigura fagete. You cannot succeed but you need the heart. Mugie na ngoro. Hello, mukue na roho. Muelewe hawa watu umeletwa na Mungu, uwatunze. Umeletwa na Mungu, uwabariki, uwe baraka kwao. Umeletwa na Mungu, uwe msaidizi kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanakujaga hapa hawataki kuona na kamera. Na nikijua hivyo ninaambia hawa watu wa kamera usimulike. Unaona yule mama yako pale, usimulike hapo. Maana kwanza kabisa ukubaliane na yeye ndio uweze kumtoa mahali yako. Ukimtoa mleke kwa kiti, itisha chakula mzuri. Kuna wengine hapa, mama mwingine hapa alikuwa nimekamwambia apikie watu mara siku 2 chai hapa. Nikiwa nakunywa chai, mama mwingine akakuja akaingia. Nikamwambia hii chai yangu patia yule.
Akakasirika akasema ni ndingihe mundu ungi mbere yaku. Ngimũria tondu niki? Ni ndingihe mundu ungi irio mbere ya muthuri wakwa. Ngimũria ati muthuri waku uriku? Ni ukumenya. Unaigua? Na mundu ucio atenda gutuika mutumia wao. Just tell me. Mundu ucio atenda gutuika mutumia wao wakwa, alafu nyovisiere yakwa ti yakwa ni yaku, ni uri ungi othe maroka aguruki na matari aguruki maroka official acoke kauga atiri ati ngirugira mundu ungi irio. Ucio ni mutumia? Ucio atuika disqualified immediately. Hello? Jagiro kuria ndi wa mwisho. I'm a servant of God. Jagiro kuria ndi wake. Yara meriragire ni magatuika mutumia waje kumenya kuma umuthi. Muthuri uyu akariaga mwisho. Ari angi atene gote. Unanielewa lakini? Are you getting me? Are you getting me? This is a garage. Hapa tumeletewa, hapa hakuna mtu si injured. That's why you are here. Imagine ukite kanitha kadura waru ingi. Niwe imagine ati ukinyetio ni thina nginyogoka kanitha kadura waru ingi. Uwindura waru ingi no. Mugike. Ugigoka guku ndu ambire kwira family yanyu ngima. Kure wathi na makuhoere. Hello? Bwana sifiwe sana. Wewe mukoria? Judy. Niguo uke gukuria. Ndu ambire kuria Ngai ciuria nyingi muno. Niko wadwara. No Ngai arakwira thie kou nikuo solution yere. Umuthi ndu ahorerire. Ani wokire guku ina tuko nyingi. Ngai sasa umetulia, umekuwa nabii. Ona rigita baya uhaga yega muno. Na wokite na macuire makinyite guko. You see? Igia muthinekanirie ri angiathire ku angienda kwa watu wabaya madivina wamumalize. That is being a good leader, a quality. Na kwa sababu najua kila mtu hapa atabarikiwa na ministry, atabarikiwa na kitu kikubwa, hata kikubwa kuliko yangu. Learn to embrace these people. That is the calling of Jesus Christ. Embrace them all. Udukana korona wa mgogo na wada. Hata akikuja mtu ananuka. Si mnaonaga wengine wanakuja hapa wako na vidoda. Nakuja natoa viatu zangu nampatia. Naingia huko nachukua trouser yangu anavaa. Namvalisha wanaingia hapa. Tuliwasha vijana wangapi hapa machokora. Wakangara. Sasa wakavaa masuti. They are good people now, they are working. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mkodilo ni tulimtoa wapi? Mlevi huyu. Huyu unaona amechika kamera. Mlevi kabisa. Huyu ulikuwa unampatia tu shilingi 500. Atakuja siku ya 5 kutoka leo. Mlevi ataenda kulala kwa mtaro. Watu wakaniambia fukusa yeye. Mimi nikakaa na yeye tu. Ubaya yeye ndiye alijifukuza akaenda kukaa hapa. Unajua hapa ni kwa CID wa intelligence. Akaenda kukaa kwa mlango ya kwao. Na alafu naangalia ni mtu ya huko Kongo DRC. CID wakajua sasa ndio tumekuja kubomiwa. Alikamatwa akapelekwa polisi, kutoka hapo polisi mpaka huko Lubumbashi. Nimemtafuta mpaka Lubumbashi nikamwambia kuja. Because I know this man was placed in my hand. Nimsaidie change. This man nimemtafuta. Nani alikutumia pesa? Ni mimi. Fare ya kukuja 20,000. Akuje because I felt nimepoteza kitu. Nimepoteza mtoto mmoja. Kuna wale sifuatiagi, kuna wale siwezi fuatilia. Boreli, kwa hiyo boreli itakifuatilia, lakini kuna watu najua this soul haiwezi potea nikiwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. That is being careful. Number 3, be courageous. When you are leading people and when you are a Christian, be strong and be courageous. Bwana Yesu asifiwe sana. The book of Galatians 6 verse 9. And let no 6. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap and we do not lose heart. Hallelujah. Hata maisha ikikuwa gumu, hata hapa tukikuwa tumekaukiwa, maisha imekauka kabisa, life imekauka, hii church imekauka, biashara imekauka, familia imekauka, mzee amekauka, mama amekauka, let us not grow weary. Usifadhaike wala usiogope.
vumilia, kuna kitu kizuri Mungu amekupangia. Kuna mipango mizuri. In due season, katika wakati wako. Sema katika wakati wangu. Katika wakati wako, we shall reap. No, ni ukagetha. In your season, mahinda-inĩ maku, Ngai nĩ agaguteithia nĩ ukagetha. Tia kũmaka nĩ mapepo, ndũkamakio nĩ majini, ndũkamakio nĩ mathĩna marĩa wĩ namo. In due season, uta harvest. It is coming to happen to you. It is coming to pass through. Ndũkamakete tondũ saa hizi dunia yako imefungana. Usijalishe, maana saa hizi kunaweza kuwa uko kwenye giza totoro. Uko kwenye giza halifunguki, macho hayafunguki, hauna pesa, there is nothing that is happening in your life. Something is about to happen. In due season, something is coming. Bwana Yesu asifiwe sana. So usifadhaike ukiona mtu ako kazi yako kanini imekuwa gumu, huduma imekuwa gumu, kanisa limekuwa ligumu sana. Usimake, usijali. Vumilia tu. Kuna siku moja tulikuwa pale City Stadium. Alafu wale watu tulikuwa na wao wakapagana wasikuje kanisa on Sunday. Nilijikuta kanisa on Sunday peke yangu. Lakini nimejaribu kuhubiri, hiyo mahubiri nilihubiri siku hiyo, nimekataa kuingia. Kumbe kuna mahubiri ingine special. Ile makasiriko nilikuwa nayo ilipanda, nikashika microphone. Niko peke yangu, viti hizo hizi. Kitu kiliingia, sijui kama ni bagi ama ni Mungu ama ni nini. Niliona watu wamejaa kanisa. Nilihubiri mpaka watu walikuwa wanapita hapo, wanaona ni viti lakini wanachukulia wanajibu. Wanaona nikihubiri, wananichukulia wanaenda. Sasa waliitana kutoka kwa barabara, kujeni muone Waruige. Tutaugire Waruige ni mogoroki ni agorokire. Taikira imuone. Unaona watu mpaka makaga walikuwa nakuja wanachukulia. Watu wa pikipiki wanachukulia wanaenda. Wanachukulia wanaenda. Lakini niliangalia viti zote zilikuwa zimejaa. Nilichapa injili. Na nikatoa sadaka mimi peke yangu, nikaekelea sadaka hapa na nikaiombea, kisha nikaichukua nikaweka kwa mfuko. Si pastor anabebaka sadaka. Lakini sikufa moyo, niling'ang'ana na nilikaa kwa mapenzi ya Mungu. Saizi niko wapi? Mlisema siti hakuna mahali naenda. Hapa ni wapi? Ati haedi bali. Hapa ni wapi? Bwana diagosho. Yes, vumilia. Wahubiri walikuwa wameletwa na koki. Wanakujaga hapa, lazima niwapatie nafasi wahubiri. Hao waliosema hakuna mahali anaenda. Koki unayojua? Unajua rafiki mmoja ni rafiki zako. Ni pia ni Koki alikuwa amewaleta. Nikataa kutoka kwa sababu alikuwa ananiitisha shilingi 10,000. Niwapatie wote shilingi 10,000 ndio wanipatie mlango ya Nairobi. Nikaambia kwa deni, nikaita machokora nikawapikia wakishiba. Nilikuwa nataka kuambia machokora la rueni hawa watu. Nikakumbuka nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna wakati unafikanga unasikia umefinyirwa, umeenda chini. Wale watu ulikuwa nafikiria wanaweza kukusaidia, unakuta hao ndio wabaya. They want to just finish you. You don't get weary. Usife moyo. Jikakamue tu, you are getting there. Mwambie mwenzako you are getting there. Don't worry about that business. It may not be yielding anything. Umekuwa tu soko tu unaweka, usijali, you are getting there. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Umeombewa, ni wakati anasema in due season, katika wakati wake. Katika wakati ambao ni kamili, Mungu atakutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. This thing will happen, it will come to pass. Something God is going to start. Atakoroga kitu kitachomoka. Kwa hivyo wacha kufa moyo. Huyu mzee tunajuaga ni mganga, lakini ninatembeanga na ninampenda sana. Huyu nimemwalika mpaka kwangu, ninampenda, ni mganga. Na uganga yake yote inamuonyeshanga venye atafunga hii kanisa. Na sisi tumetembea na yeye mpaka uganga iishe. Sitamfukuza. Nitatembea na yeye mpaka uganga yake simesha. Angalia venye. Hebu simama mzee. Angalia amebadilisha mavazi. Si amechange, si ameanza kuwa smart. Alikuwa anavaa nguo, alafu anataki kiadawa kilikuwa kia yellow. Anataki ili kwenye kiadawa. Ni kweli? Ni kweli. Saizi angalia venye yako smart. Kwa sababu mkorogo wa kiuganga ulio ndani yake umemchanganya akili mpaka ajielewi. But now this man is walking smart. Angalia mpaka ako na belt. Hebu fanya hivi. Ako mpaka na belt. Cheki. Hebu inua hiyo t-shirt. Yes, pigeni makofi. That is a quality leader.
that you can be able to walk na wachawi na warogi na unatembea nao, kwa maana ninaamini katika Biblia ya kwamba inge na nzige nitazikanyaga na manyoka na hasita ni dhuru. Scorpions and snakes will not hurt you. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nyinyi unapatiwa kama madaraka kadogo, unaanza kunyamba nyamba hapa. Kamdogo tu, kadogo unaanza kutukana watu hapa. Kadogo tu unaanza kuona watu kama ni wajinga. Kadogo tu iwaki ongereroka ukage. Kama huyu, unajua huyu alikuwa kama mwenda wazimu akikuja. Unajua sitakagi kusema, lakini wacha niseme leo. Huyu alikuwa na rangi ya red hapa, ya green hapa, kama mzuri, kama hivi. Kama hivi niwaonyeshe. Okuo, kama itaniona kama. Hapa alikuwa green, red, blue. Alafu hapa naweka pink, yellow na magenta. Alafu hizi nazo zinakuwa zinawekwa zile vitu za kusparkle. Alafu mdomo ameweka purple. Sasa imagine hapa kuna purple. Mdomo ameweka nini? Purple. Karale. Osho ni modo na moto mwega. Eh? Niambie tu kweli. Hiyo ni mtu ako na stress, ni mtu anapitia magumu ya maisha, hajielewi kabisa. Ni modo radhi radhuru etagwatia dementia. Etagwatia. Depression. Ni modo radhi rake. Depression. Mwadhani yagosho. Nowe doe anadhira hakuwa anajua anapitia kwa depression. Huyu mama alikosana na kila mtu kanisa mzima. Alikosana na kila mtu. Nilikuwa naambia kwa sababu yeye anataka ukubwa, na nikajua kama ni ukubwa itafanya utulie, nitakupatia. Nikampatia. Nikamwambia sasa kuwa mkubwa hapa. Sasa nilikuwa nasikia nikitaka mtu atoke, nikufukuza mtu mahali. Naenda naambia kutoka leo Magindi atawasimamia. Unasikia wamejikata wote. Kumbe Mungu anaweza kuleta kitu. Kia kuondolea mastress ya watu kwa nisumbua. Waliondolewa wote na huyu mama. Na yeye akapona. Saizi angalia, si ni smart. Smart. Unakerelia sikoleta hizi yako. Tukoje wejete? Bwana asifiwe. Tumemtuliza, amekaa chini. Si unaona venye amekuwa mtulivu? Very soon you are getting a husband. Yeah. A good husband for that matter. Mpigieni makofi. Yes. Number 4. Matthew 20 verse 26. Matthew 20 verse 26. Be a servant. When a Christian, wewe mtumishi wa Mungu. Be kuwa mtumishi. Somebody who is ready to serve in whatever capacity. You are supposed, wewe unastahili kukaa ukue mnyenyekevu. Mtu yote mwenye anakuja, yeye ni mkubwa wako. Mtu yote anaingia kwenye ule mlango, yeye ni mkubwa wako. Wewe si pastor, wachana upasta, weka pasta chini. Be a servant. Chukua viti, chukua kanisa. Wewe ambao umevaa kora, chukua kanisa hii, chukua brush, osha, tengeneza. Kwa kila mahali ukienda, be a servant, serve people. Because that is the calling. To serve is a calling. Ni gwetowetito nigetha utweke ndungata. Gutungata ni gutweka kirathimo kuri andu aria angi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si watu wakue baraka kwako. Ukiwa na tupesa na unajua tuko hatuko na kazi gile kubwa, kuwa gawia huyu ka 1,000, 500, 300 hivi. Be good person. Saidia, sikiliza mateta ya watu. Sikiliza shida za watu. Ukisikia hii shida ni kamili, saidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kwako kwa wardrobe, uko na nguo shati 100 zimejaa hapo na uvaagi. Chukua hizo, peleka, patia watu wengine. Tafuta wale watu hawana, wapatie. That is good. Be a servant. That is the work. Yesu aliosha watu miguu. Sasa wewe unaambia mnioshe mguu. Mtaniosha? Mnifanya pedicure? Na nikikwambia uoshe mguu? Nichukue chakula mbili hapa nilete muoshe. Unaona sasa ni kujitetea, wanajitetea. Ni matidh hawa. Wamesikia qualification nilikukua. So,
Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Whosoever desires to be great, let him be a servant. Yule mkubwa kwa hii nyumba ni yule ni mtumishi. Unatumikia watu. Si wewe ni kamdosi ati ukikanyaga hivi watu wanasimama. Unatembea hivi ni CEO. This is not place for CEOs. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a place where humbleness begins first. The quality for you to succeed in this place, you must be humble. That is why unaonanga nikijua wewe ni kichwa na kugonganga mpaka kichwa inarudi chini. Nitakugoga ni kama kitu kitakufa nikule. Huwezi nitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakugoga ukae nini? Sawa sawa. Nitakugonga mpaka hata wewe usikie vizuri. Ndio uondoke. Kama wewe si servant utakanyaga, utaenda. Lakini kama wewe ni servant utakaa. Wale watu umeona wameenda wote walikuwa mikora, ni conmen na ma-TDH. They can't sustain the pressure here. Nitakuwekea moto mpaka ukae poa. Unasikia mahali huko niko hiorahia. Na ninakuja kuchugulia kama unaiva vizuri. Na kama huivi vizuri natafuta kimuti nikusukume vizuri nikugeuze ohewa. That is me for you. Yes. Penini acha kuniangalia vibaya. Neguo, I have been a leader of Mongeke, 4 million people. But I don't brag. I don't. Ukinikuta kwa motorbike, I don't brag. Huyu juzi karibu aende maombi, Katoroni, kuniombea. Akinikuta nimebeba na motorbike hapa. Ati servant of God. Kai, moto wa gai. Wahaisha motorbike, kale kioru. Nikamwambia gari, ziko 3 kwa nyumba, na they are all in good shape and in good condition. I want to work with this boy. Ndio ile anointing niko nayo nimwachilie. If you are not a servant, you cannot be able to disseminate kuachilia anointing ile uko nayo kwa watu. Hawezi. For you people have to reach you. They need to come closer to you. Wakikuja karibu na wewe ndio uachilie kile kitu uko nacho. Ndio uwapatie. Because niko hapa nizalishe. Niko hapa nitoe nilete wahubiri wengi kama mimi. Niko hapa nilete wanabiashara wengi kama mimi. Ama top notch hapa Kenya, businessman. Top notch. Wale unasikianga top notch. Hata niliona kampuni yangu moja imewekwa kwenye gazeti. One of the leading companies. Lakini siringi na hata mjui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mwingine tulikutana na yeye anafanya kwa kampuni yangu. Lakini alikuwa anaambia watu wengine nikipita hivi akaniambia me I hate this man with passion. Na anafanya kwa kampuni yangu. Na hajui ni kampuni yangu inafanyanga kwake kukuliwe. Lakini he hates me with passion. He cannot grate me. Sasa nikaitisha namba yake. Nikampigia simu. Nikamwambia $1 warengi akakata. Akaenda kwa manager wangu akamwambia, do you know that idiot called Ndura called me? Kwani anataka kuniua. Manager alimpeleka kando akamwambia kaa chini na tell you. Akamtolea certificate ile inaitangwa CR12. Ile inaonyesha directors. Akamtolea soma hii jina. You know jamaa ati na pia na manager immediately hapa kulikuwa wet. And the guy is second best paid by my company. He called me to apologize. He I can't hurt you. I can't. That was their democratic right. I can't hurt you. Because you have a right to like, you have a right not to like. Na nikamwambia, you are my best. In fact, he's the best person. Mwenye alipatiwa kikombe last year. Yeah, the best performer. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ingekuwa mtu mwingine anasema, what do you think you are? Kwa kampuni gani unaleta hiyo manyenyo hapa? So you need to humble down. Be a servant. Be a collective. Ukikuwa huyu mama na kichwa yake gumu ametulia. Si mnaonanga ametulia. Na mwambiega kibia kanakuja kama katoto. Kwa sababu nilimwonyesha maringo, ni mama maringo.
Kama maringo inafanyanga mtu akuwe bilionea, huyu angekuwa trilionea huyu. Wale watu maringo, wale watu akipata tu pesa kidogo anakanyaga hewa hapa, anapitia hapa. Lakini ameteremuka, tuko na yeye sasa. Amekanyaga matope kama mimi. Nimemwonyesha to be very strong, to be very powerful. It is when you are with the people. Ukikuwa na watu pale chini, you are better. Mimi kwangu hakuna nini? Si mnaonaga juzi uliona? Mliona ile simba? It was escorting me. Mliona hiyo simba? Ngongai. Ile msinga ilikuwa si Makena, wacha Makena ile ilibana. Ile ilikuwa inaongoza gari. Ni mimi nilikuwa naichukua. Nikajaribu kuiovertake na rudi padi. Nikijaribu kurudi padi, kumbe ilitaka kuniescort mpaka nyumbani. Na ikaniambia you are a lion of Judah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unalindwa mpaka na wanyama, malayon zinakupeleka mpaka nyumbani, zinaachilia gari zingine zipite lakini yako hipiti. What does that mean? Be humble. Be humble. Naiweroda, just be humble. Wait upon God. Akuinue, akulete into a position of power. Into a position. Na the most powerful people. Anaitangwa Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mpaka kufa kwake. Alikufa? Mpaka kufa kwake alikuwa anaishi ka single room. Na alikuwa president wa India. Mama Teresa until today in her grave, she is still commanding. They were so simple, so humble. Lakini na wewe hapa ginyarera ogushagia carbon dioxide ogesiane oxygen na drare kado mahuhia goko. Go down, be simple. Don't be arrogant. Don't fight people in your office. Don't fight people in the places of work. Don't fight anybody. Embrace everybody. Love them. Walk with them. Never protect this person or anybody person. Don't. Release yourself to God. God will lift you up. Atakuinua. Angalia hapa tumekuwa kwa city center. City center. Baka kina Harrison na wale wengine wanashangaa, how am I surviving in the city? Wao wanapanga kuondoka in the city. Mimi ndio nimeingia. They are asking, how is this man surviving? Wengine walitengeneza mpaka kanisa inaitwa Hope. Sijui Synagogue of Hope. Kukaunta hii. Wakakuja hapa town kutupigana. Niliona kiroli kikibeba mizigo kikirudisha kule walikuwa wametoka. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's God for you. Huyo ndio Mungu. Huyo ndio Mungu mwenye anatubariki. Kunyenyekea. Ukinyenyekea ukuwe mtumishi, utabarikiwa. Ni 5. Number 5. Have faith. When you have faith in your life, give me Hebrews 13:7. When you have faith, is when we work with mambo ya millions when you have no coin in your pocket. Mimi upanga kazi ya milioni 20 na saa hiyo hata nyumbani sina chakula. I've never worked with money. I have never worked with money in my account. I work without money. Na nina order mzigo wa 20 million without single money. Kuja. Peleka huku Karen, mumwage huku. Na wanaenda wanamwaga. Kujeni pitieni kwa ofisi mchukue pesa. Wanakuja naambia mmechelewa sana, nimetoka kidogo nimeenda lakini kesho tuonane. Natafuta mtu wa kununua hiyo mzigo nalipa. Andika cheki uandike hii kampuni yangu. This is another company yangu. Andika kwa cheki inaandikwa God's favor. When you have faith, you attract the favor of God and you attract the favor of man. You can attract the favor of God in your life, but fail to attract the favor of man. God uses man to bless you. Mungu hakuna pesa atakupatia. Kwa Mungu hakuna pesa. Kwa Mungu hakuna mashamba. Kwa Mungu hakuna magari. Kwa Mungu hakuna watu wamekaa huko. Mungu anatumianga wewe na anatumia ule mwingine. Ndio nawaitishaga mnipatie pesa ya nini? Pesa ya kwenda kukunywa kachai kama leo nataka mnitapatie. Nataka kwenda kula sapa Serena Hotel. Na hoteli atoke gate yako. Digeraga baba! Ninakuomba nisaidie niende Serena. Nitakauka hapa nikufe na njaa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ninaambia Mungu, nipe kibali kwa watu wako wanipatie. Halo, ninaambia Mungu nini? Nipe kibali kwa watu wako hawa, na uambie watoe noti kubwa kubwa. Naye Mungu anakuambia, na nyinyi mnapata kibali kwenu, mnanipatia. Yaani unasikia vizuri ukinibariki. Wakati unabariki mtumishi wako mtu ambaye anakuongoza, wakati unambariki ni kwa sababu umepatiwa neema fulani, neema ambayo inakusaidia kuona ni vizuri kubariki. Maana unapobariki milango yako inafunguka. Unapobariki mtumishi kama huyu, milango, kuna nikifurahi nikikula hako kasamaki naendaga kukula pale kasani kamoja kapisi kamoja kametoshana hapa hivi kana tutakaga shilingi 5,000. Na kikombe ya kapuchino shilingi njike shiko. Karibu shiko aseme can you marry me? Bwana asifiwe sana. Nikapisi kadogo. Siendagi huko tu kwa sababu niko na pesa ya kupoteza, lakini nataka kutembelea wakubwa wenzangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niko pale nakutana na Raila, tunakula na Raila. Yesu namwambia Raila, tulia. Tulia sasa. Uwanja ni mdogo. Nilienda hapo nikakutana na Gachagua. Gachagua nikamwambia sasa kelele mingi ende uapologize wa Kikuyu na uapologize kila mtu, na kutoka hapo mambo yako yataanza kuwa mzuri. Si alienda na kafanya hivyo? Ningekutana naye hapa. Ningekutana naye Kalomaido? Hapana. Unaenda pale wako. Na sasa msiponiwezesha niende huko, nitaendaje? Na nisipokuwa na kibali chenu cha binadamu, nitapata pesa yenu? Siwezi pata pesa. Kwa hivyo ukiomba Mungu akupatie kibali chake na pia akupatie kibali cha binadamu. Ndio naona kuna watu ambao wako na kibali cha Mungu wanaomba. Mtu anaomba masaa 8, mtu anaomba 12 hours, mtu anakomandi mpaka kipofu kinafunguka, mtu anafanya mahubiri ambao anayafanya ni makubwa, lakini hana blessing, hana favor ya binadamu. Anawaombea lakini hawapatii. They don't give him anything. You can have the favor with God, you can be over righteous, you can be anything good, but you don't have favor with men. If you have favor with God and lack favor of men, it means umeteganishwa na vitu za dunia. Maana vitu zote za dunia zimemilikiwa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa zimemilikiwa na nani? Na watu. Magari yamemilikiwa na nani? Na watu. Kila kitu kilicho duniani kiko na watu. Ni Mungu amewapositionia. Ni Mungu amepatia huyu mama milioni 10. Na alafu Mungu atazungumzia huyu mama ampatie favor na mimi. Ndio huyu mama ile milioni 1 kaanza kumsumbua. Na alafu akili igie pelekea nani? Dola. Hiyo ndio kuwa na favor na watu. Utajiri hailetwi na Mungu. Utajiri inaletwa with favor. Seek man favor. As you seek the favor of God, seek also men to favor you. If you can be favored by men, but unakosa the glory of God. Kuna watu unakuta mtu ni katajiri, lakini ukiangalia kamwili kanakaa kama ni kashetani. Kamwili kamekaa mpaka unasidwa huyu, hii pesa, huyu ni driver wa hii gari ama ni nani? Unaambiwa tini yake. Unashangaa because hana sura ya hizo vitu, maana hana favor ya Mungu, lakini ako na favor na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. When for you to win, to become a winner in this world, tafuta favor ya binadamu na utafuta favor ya nani? Ya Mungu. Ukiwa na hizo mbili, that is a combination that you never lose anything, and that one is being ukwe humble. Bwana Yesu asifiwe sana. So you can only have that when you are faithful. Remember, those who rule over you, who have spoken the words of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their contact. Menelewa? Considering the outcome of what? That remember those who rule over you, they have a power, they have an authority. Who have spoken. Hiyo maneno ambayo naachilia sasa kwenu ni maneno yanafaa kuwa kifunguo cha maisha yako. Ni maneno yanafaa kuwa baraka ya maisha yako. Ni maneno yanafaa kukubadilishia. Maneno ambayo nakuzungumzia, ninazungumza maneno ambayo yanafaa tabia zako, mienendo yako, karakter yako imechange. Wewe unaenda wapi? What's wrong? You are moving too fast. Una move nje. Sitaki movement. I'm teaching something. Alafu nyinyi mnaanza kuniletea mvurugo hapa. Wapi uko? Do you understand me?
Consider, ametoa. Remember your leader, those who spoke to you the word of God. Those who spoke to you. Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Consider, angalia, kufuata mtumishi yoyote, angalia outcome ya vitu zake. Kufuata mtu kama Dora Waroige, angalia mahali ako, angalia venye ako. Hiyo faith anakufundisha ako nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Do I look like I have that faith? Yes. Niko nayo. Tarehe giriko mi. Mnanielewa? So you have to see, angalia huyo ambaye unaenda kumfuata, huyo ambaye unataka kuwa nyuma yake, kama the faith is speaking about ako nayo na inadhihirika kwa maisha yake. You can never be a leader, a good leader, if there is no outcome. Hauna outcome inaonekana kwako. So you don't have any outcome is based on faith. Any success is based on faith. Any moving forward is based on faith. If you don't have any faith, you cannot succeed. You cannot make it. If you don't have faith that you're going to build a house, kama hatuna faith tutajenga the biggest cathedral in Kenya, then you don't have faith. Me, I have it. I am going to build the biggest and the most beautiful cathedral in Kenya. And in the 47 counties, we are going to build a headquarter. Yes, mimi hivi unaona. Nikiwa hivyo single. Nikiwa nini? Mpaka wakati Mungu ataniambia sasa mtu ndio huyu. Yes, mimi natarajia. I'm waiting, God is going to speak, not you. Look at the code there. Atakoja koda yaka. Kuna kama mama kingine kalikuja hapa kwa ofisi. Na yuko kama mama mkikaona mkambie kasikanyage hapa tena. Atakamfanya nini? Twende number 6. Is it number 6? Philippians chapter 2 verse 3. Do not revenge. A leader does not revenge. You find a way, amicable way of finding a solution. You don't fight them, you punish them, but we punish with love. Are you getting me? If you're a leader, you are allowed to punish, but punishing with love. You don't punish to kill. You punish to embrace. You bring them closer. You make them feel the pain of what they have done. You make them see they did it. It was not right for them to do it. You show them love. You bring them closer to you. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with who? Do nothing from rivalry or conceit, but in humanity count others more significant. In humanity, count others to be of more significant. Everybody that is in your life is more significant. Ako na kakitu. He got a blessing. Got something that you need. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, this is, huyu ni mwanamke. Kwangu ni mwanamke. Lakini kuna kitu ako nacho mimi sina. Huyu namuona hapa. Ako na kitu ambacho mimi sina, nitamhitaji. Lakini anaweza kuwa si mtu wa maana kwangu as of now, but tomorrow utakuta ni yeye anafungua gate. Na ni yeye atasema uingie kwa bosi ama usiingie. Na atasema bosi hayuko. Na itakuwa ni hivyo. Maana hujui bosi kama ako ndani ama hayuko ndani. Ni sawa na yule alikuwa na kipepeo, akaishika kwa mkono yake, alafu akafunga hivi, akauliza Mungu, hii kipepeo iko hai ama haiko hai? Alimjibu aje? The answer is in your hand.
So huyu mama unaweza mchukia kwa sasa, lakini kumbe kesho ndio msaada wako. If you're a leader, consider everybody in a manner that everybody is significant in your life. For today huna haja na yeye, lakini kesho utamhitaji. For today hakuna kitu anakusaidia, lakini kesho atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. So understanding in that way, you will be able to not seek a revenge. Maana watakutendea, watapigana na wewe, watakuangusha, lakini once they have done that, show them a lot of love. Waonyeshe, mumeniangusha ndio, mumepigana na mimi ndio, mumefanya hivi vyote ndio, lakini from today I will show you love. You choose love over them. Unawaonyesha upendo. Hawa watu ambao wanakutendea vibaya, wabebe hata wapeleke Serena. Spend with them. Show them you still love them. When you show them you still love them, umewekelea makaa kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wenyewe ndio watakuwa wakichomeka. They will be put to shame. They will be put to run away. They will be put to consider whatever they did, and they will come to seek for the forgiveness. Intimidate them by showing them love. Intimidate them by killing the ego that is in them. Intimidate them by showing them you did nonsense. You are hopeless and you are stupid. Take them to a best hotel. Buy them a cup of tea. Buy them kakitu kazuri. Wacha wakunywe na wakule vizuri kwa mfuko yako. Kisha waambie, I bless you. Kama uko na pesa kagiri kamoja, unampatia. Kama ni watatu wapatie. Waambie, I bless you. You have finished them. You have destroyed whatever they had against you. You have won the battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 7. Be a good shepherd. Psalms 78:72. Be a good shepherd. A Christian must be a good shepherd. Mureithi mwega. Mureithi ke? Mureithi mwega. Psalm 78:72. So he shepherded them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hand. Guided them. Si ndio niliwaambia, niwatangulia kuambia how I deal with you, because I am a shepherd. I'm support. Wewe na akili zako baya ninakushika. Huyu na akili zako baya tutatembea naye. Huyu kwa sababu ninaletea yangu anaambiwa huyu ananiletea chuki ya huyu. Huyu ananiletea chuki ya huyu. Huyu ananionyesha huyu ni mchawi, huyu ni mganga, huyu ni mwizi. Lakini wote wataingia kwa ofisi yangu, nitaongea na wao, na mimi najua wewe ni venye nimeambiwa story yako. Wewe ni msharati, huyu nimeambiwa story yake, yeye ni mganga. Nimeambiwa story ya huyu ni mkora. Nimeambiwa story ya huyu ni kubafu. Lakini wote wataingia. Tutakunywa na wao wote chai. And I will impress you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these people, for you to correct them, to change their character, to change the way they live, you need to impress them. You cannot be able to change a person if you don't impress the person. You cannot be able to improve the skills of a person if you don't accommodate them into your heart. And to accommodate mchawi, murogi, mwizi, all of them, a devil worshipper, you need to bring them on board. Bless them. Be a blessing to them. Because so when they see you being a blessing to them, the spirit that was in them will run away. Because you have disseminated, you have killed the venom of hate, the venom of propaganda, the venom of anything that has been or was implanted in your life, so that you may be able to hate. Because they want me to hate her. Once I'm through with her, they will tell me of her. I hate her. Once I'm through with her, I will hate this one. Once I'm through with this one, I will do this. Then I'll come second line. All these nitafukuza. Nikuja second line. All these nitafukuza. Nikuja that line. All this nikifikisha pale nimalize. Watatani kwangu. They will eat me, swallow me, because I am alone. That is why we lose games. That is why you lose battles. Because you don't work as a team. And there is no any good person on earth. There is no single person that is good. All of us, we have weaknesses. We were not made the same material. We have only the image of God, but the materials are different. That's why you see, mama kama huyu ni mnono. Na ukiangalia wewe, nyinyi ni watatu hapa.
si ndio? Yes, lakini uko na kitu cha kusaidia huyu mama, na huyu mama ako na kitu cha kukusaidia. It doesn't matter how small you are or how big you are. What matters is the cohesiveness, the relationship, the good aura, the good intention that you have towards other people. People, bless them. Be a blessing to people. Be somebody who gives them comfort. Let them see you as a source of hope. Let them see you as a power towards what you want to become. Be a blessing. Be an anointing that people will desire to be associated with. Be that person everybody will want to be emulated to. Everybody will want to be associated to. Be that person that everybody will want to have your hand on them. Be that person that everybody will want to walk with you no matter what happens in you. Be that person who is humble. Be that person who is just simple. Jesus was just a simple young boy of 33 years old. Just simple. But until today, we speak of him. Until today, we talk of him. I've never had the vehicle that Jesus was driving. Was there a vehicle? There was no vehicle Jesus was driving. Was there a suit, an Italian menswear? Was no suit. Was he wearing a designer shoe? He was not. Ni wapi? Kwa sababu wale wameenda Israeli. Kuna mtu ameonyeshwa nyumba ya Yesu penye ilikuwa. Did this man have a house? Ni alikuwa wake. This man never had a house. Sijasoma sana. Mimi ni former Mungiki. Sijasoma sana. Kwa hivyo siwezi kuwa na ushahidi. Lakini ile mahali nimesoma, sijasikia nyumba ya Yesu. Huyu jamaa alikuwa analala kwa kichaka ama analala kwa mafriends. Alisema, si umeona ninajua, kumbe iko imeandikwa. Alisema nini? Ate? Augire nyoni ni irigitara no muru wa mundu de handu angiikara. Nyoni ni irigitara no muru wa mundu ndariki. Na wewe uko niguo tweteire na kanyumba gaku ga Karen. Ndukireka tuhuhie. Kanyumba gaku ka Runda ndwareka tuhuhie guku. Ni ule we wa bata. Gikari giaku kire Jirofa. Uratweteira na kyo ni ule we wa bata. No muru wa mundu eigananirie na gitara kia nyoni. Ati akona ate nyoni ni cikaraga wega kumukira. Are you getting me? Humble yourself. Wacha umanga, wacha ugaidi. Humble yourself. The Jesus you are following did not have a house to live. The Jesus you are calling your God alikuwa nafaa kanzo kama munani wa Waislamu. Na ali na ginyirata cia Maathai. The Jesus you are calling your God, he was humble. He went to the sinner and ate with them. He lived with them. He walked with them. Lakini wewe, ati kwa sababu unasikia huyu alitoka kwa Inage, wanadogero kama hau. Kai. Ati ndio waroige, aliokoka kweli? Nani alikupatia tepu mesha ya kupima uokovu? Who gave you the mandate? Why do you see yourself as so important that you can be able to gauge who is occurred and who is not occurred? You live a hopeless, a useless, and a life that has no value. If you are a judge, never be a judge to anybody. Just be simple. Simplicity makes you become strong. I have been to kings. I was with Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi alikuwa nakaa kwa tent. Alikuwa nakaa kwa tent. Hakuwa na nyumba, hakuwa na state house. I have been to the king of Saudi Arabia. He lives simplicity. Just simple. These people are powerful. I went to India. Nilitaka kujua Ganani? Gandhi, sir? Mahatma Gandhi, how he lived. He lived in Islam. Mama Teresa, until today we don't have ako kwa tomb. Na kama ni Kenya Mama Teresa?
kaburi yake singekuwa imejengwa State House ndani? See, and there are people that we value them until they are dead. Wakiwa tu wamelala bado tunasemanga Mama Teresa. And hata kama wamelala, Mahatma Gandhi, we quote his quotes because in their simplicity they became so strong. In their simplicity they won battles. In their simplicity they accomplished many things that you, who is so good, so special, so schooled, you've nothing. Sema nothing. Sema nothing. Tulisoma hiyo? Psalm 78-72. Tulisoma? Kweli? Tuende 1 Timothy chapter 3 verse 2. Be clean. Cleanness. Cleanness is next to who? Cleanness is next to God. Therefore, must be above reproach. Tufungulie, tupatie baba. 1 Timothy chapter 3 verse 2. Then you must be above what? Reproach. Amekosa? Ama amelala? Simumwangalie kama amelala. Amefungua? Naweza kuwa mtu amefikia hako lakini alilala. A bishop then must be blameless. Na apostle? Hapa nasikia kewaru. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, guy, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Kwa hizo ni gani imefaulu? Ya mwisho tu. Am I not hospitable? Yeah? Not give. Hebu turudi kwanza. So tashokea lege. Gani kaka kajoya. A bishop then must be blameless. Am I blameless? Karo, am I blameless? How do you tokete? Hapo sijafika. I'm not blameless. The husband of one wife, am I? Temperate. Mtu mzuri hana tempera. Sober-minded. Niko mpya. Na one. Hai. Good behavior. Tunaendelea vizuri. Guy. Hospitable. Able to teach. Tuendelea. Hiyo ni tiki ngapi? Tiki 2, 3. Agnes, you are counting. Hii imenikamata. Not given to wine. Hiyo sikunywi. Not violent. Am I? No. Not greedy for money. Am I? Am I? But gentle. Am I gentle? Ama tunaendelea. Not quarrelsome. Am I? Ni skip. Not covetous. Covetous nini? Kwelile liado. Nedelile liado. Idoshie ne? Nedelile liado. Donete. Tuendelee baba. One who rules his own house well. You're right. Having his children in submission with all reference. Niko mpya hapo. Next. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of a church of God? Kai. Sasa nimepata maksi za kutosha.
60%. 40. Kai. Kage goi. 40. Karo niko na gapi? 50. Judy. That. Apostle. Not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Am I pride? Niko na pride? Niko na yes? Ati? Sometimes. Niko na pride. Strong personality. Niko na pride. Nimesikia yes mingi hapa. Judy. Niko nayo. Mingi sana. Saidi. Yaani si yuko mpya. Afadhali singehubiri hiyo leo. Afadhali singehubiri hiyo imenikamata. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and snare of the devil. Am I good in that? Do I have a good name outside there? Tutatengeneza? Nimetengeneza? Haikuwa, lakini nimetengeneza. I'm still in the process. Nipigieni makofi hapo. Kuna ingine inanigiria ama tuende to another. Thank you very much. That is the character of a good person. The character of a being somebody who is qualified to become a leader of a church or being called a Christian. Failure to that, you don't have. If you don't have these things, you don't qualify. Umeona hata mimi nimeingia at 40%. Jamani. Niko 40%. Hata hiyo ni mingi. Mimi sikuwa nafikiria inaweza pata hizo zote. Sikuwa. Nilikuwa most sana nilikuwa najipatia 15%. Ni andamaki. Koleda tena nani? Umutumia ni ajageriria muno. You are a teacher? Si nile tulikuwa nasema nilikuwa naona question 1. Alafu inaandikia explain 10 marks. Alafu is it right or wrong 5 marks. So awadi yako imefika 40%. Clap for me. Nipigie makofi. Wengine hapa hata 10, hapa 5%. Hamuna. Niambie mtu amefikisha kwa hizo zote. Nyinyi wote nawajua, nyinyi wa kanisa hii ninawajua. Kwanza huyu alikuwa anaendelea ku hayuko. Tamwelezi yake tusigerere hametha igoro. Namba mwisho. Acts 14:23. Being prayerful. Acts 14:23. Being prayerful, praised him. So when they had appointed elders in every church and they prayed with fasting, they commended them to the Lord, in whom they had believed. They did what? When they had appointed elders in the church, being prayerful, and prayed with fasting, like as we say today, from today mpaka Sunday, it is praying and fasting. And you will see the victory God will bring with you. Then what happened? They commended them to the Lord. Once you pray, when you are praying and you are fasting, you commend what?
people to God, you subject them to God's power. You subject them to God's authority. You subject them to the favor of God. And then God will lift them because you have been subjected by the men and the women of God. May God bless you. May God help you to become a good Christian. From today, lift up your hand if you know you are going to change. From today, I want a change to church. Sema hivyo, I will change. Sema, I will change. Hata mimi, I will change. You will see a different pastor. You will see a different apostle. Hallelujah. You will love this apostle. This new apostle. Mutamupenda. Mupigie makofi. Haya, leteni sadaka. Sio kupiga tu makofi. Wekelea sadaka zenu hapa. Yes, haraka. Tuende next. Kwingine. Tueni viti. Tutoe hizo viti tunapoabudu. Communicate. Tusimame kwa miguu yetu miwili tunapotoa sadaka zetu na dhabihu zetu katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako miwili tunapo worship, na mahali ambapo umeketi hiyo kiti tafadhali unaweza weka kando katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, worship. Simama tu, nyorosha mkono wako, nyorosha mwili wako, maana ninajua huu ndio wakati ambapo Bwana wa majeshi anashuka na kusil that word katika jina la Yesu. Tamani tu jamani ya kwamba masaa kama ina wakati kama huu, yale maneno ambayo yameneno katika anga yako, hayo maneno hayatapita tena, hayatatoka, yatakaa katika jina la Yesu. Tutoe vitu tunapomwabudu Bwana Yesu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Worship. Hatuko na Biblia yetu hapo, Biblia yetu hapo. Kama unatumia simu utagusa wa Biblia. Tusonge hapa mbele. Mbona tunafanya hii kazi na kuwa gumu? Tusonge mbele hapa. Tutengeneze tu line nzuri hapa tunapomwabudu ili tuweze kuwarahisishia mtume kazi kwa jina la Yesu. Songa tu huko mbele. Ninashangaa sana unaambia usonge bado umekaa huko nyuma.
Why, alafu nasema tumechelewa. Hatujachelewa, ni wewe unafanya tuchelewe. Inua mikono yako juu, continue to worship God in Jesus name. Hallelujah. Umeinuliwa
Tutengeneze hapa jamani, tengeneza laini vizuri. Tengeneza kukamata hapo katikati, tutengeneze laini. Yes. Yaani hivi tu mtakongo mpaka siku gani? Tupange hivi ili wakati mtume anakuja awe na nafasi hapa katikati, tutengeneze njia hapa katikati. Hivyo namna hiyo tutengeneze, songa huku. Hapana kila wakati tunapango hapa. Panga hivi. Yes. Worship. Continue to worship in Jesus name. Jesus. Yes. Tuinue mikono yetu juu as we sing, as they make their microphone. Yes. I want us to do a submissive prayer. Yani ihoya lia kunyiha.
a prayer to be able to submit to God, a prayer to be able to qualify into that position of God, that God may use you as a vessel. You can never be used as a vessel if you are not submissive to God. You need to submit. Alafu Mungu naye atakuinua. Huyu Mungu anakupenda. Huyu Mungu kama ni mimi alipenda, with all due respect, a person like me. That hata umekuja hapa kwa ajili ya kupokea baraka from a person like me. A person, to many people, ningekuwa nishakufa kitambo. To many people, I was not worthy. Just submit. And from today, your life will never be the same again. All that you've been looking for, God will give it to you. All that you've desired to become, God will give it to you. God is a master healer. He is Jehovah Elohim, Jehovah Nissi, El Shaddai. He is the master of all masters, the masterpiece of the master. Just connect with God. Fungua kinywa chako tu. Just connect with God. Fungua kinywa chako. Mwambie tu, Baba, nimekuja mbele zako kuomba tu msamaha. Nilikuwa nafikiria ninajua, lakini nimepata sijui. Ninakuhitaji. Nahitaji mkono wako. Nahitaji baraka zako. Ninahitaji unishike mkono. Nimejaribu nikiwa peke yangu, nimeshindwa. Nimejaribu kujipeleka, nimeshindwa. Nimejaribu kufaulu, nimeshindwa. Lakini kupitia kwako ninajua niko na ushindi. Just surrender na umwambie huyu Mungu ya kwamba hauwezi. Yani mambo unayoyapitia hauwezani nayo. Nguvu ambayo inapigana na wewe ni kubwa, ina uwezo kuliko wewe. Roho ambayo iko ndani yako, iwe ni ya usherati, iwe ni ya umaskini, iwe ni ya kuonewa, iwe ni ya kuchukiwa, hauna uwezo wa kuipinga. Iko juu yako. Mwambie, ndigihota kurowa na maroho maya, ndigihota kurowa na mahinya maya, ndigihota kurowa na ngomisi ya gwitũ, ndigihota kurowa na maroho marĩa mathanaga gwitũ. Ũtangĩndeithia ndingĩhota, ũtangĩndeithia Baba ndingĩhota, ndirĩ na ũhoti. Mwambie sina uwezo, mwambie sina uwezo. Nimejaribu, I have tried, I have tried. Fungua tu kinywa chako, jipeleke mbele za Mungu. Push yourself there, push yourself. Peleka hoja zako kwenye koti ya mbinguni. Prosecute your case in the court of heaven. Take your case to the court of heaven. Prosecute it. Prosecute your case. Open your lips. Pigana kule mbinguni. Pigana penya mbinguni. Penya mbingu. Penya mbingu. Penya mbingu. Take your case. Peleka kesi yako kwenye mahakama ya mbinguni. Mwambie Mungu siwezi. Mwambie Mungu sina uwezo. Ningehotana nao. Niye na watu wakorowa nao. Niye na ine wakorowa nao. Niye na hoti. Niye na umenyo. Wetu na wegai. Wetu na wegai. Mwambie wewe
Wewe ndio una kifunguo cha maisha yangu. Wewe ndio una kifunguo. Utajaja vitu hapa. Utajaja vitu hapa Baba. Chini ya miguu yako Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Take over. Holy Spirit, you know your children. Unawajua watoto wako wako. Yes. Baba yetu sasa. ya miguu yako Baba, Kuna watu wameanza kufunguliwa sasa. Ninasikia Mungu ameshuka. Roho wa Bwana ameshuka. Kile chote kilikuwa kimekufunga, iwe ni familia, wachawi, waganga, madivaina, nguvu za giza, nguvu za wachawi zinaanza kuporomoka. Laana za visasi inaporomoka sasa, inaporomoka. Unaachwa huru sasa. You are being set free. 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 The gifts of Holy Spirit zimetaramuka sasa. The gift of Holy Spirit, they are with us. Unafunguliwa sasa. Unafunguliwa. 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 Twanyenyekea, twanyenyekea chini ya miguu yako Baba, twanyenyekea, twanyenyekea, twanyenyekea chini ya miguu yako Baba, twanyenyekea.
ajabu ndani mwa Yesu Kristo kuna nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Bye.
alimaliza yote msalabani. Yote alimaliza yote msalabani. Yote alimaliza yote msalabani. Yote alimaliza yote msalabani. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. tembea nami Bwana, Tembea nami, tembea nami Bwana, Tembea nami Bwana, tembea nami, tembea nami Bwana, tembea nami. unifungue Bwana, Unifungue Bwana, unifungue. unitakase Bwana, Unitakase, unitakase Bwana, unitakase. unisamehe Baba, Unisamehe Bwana, unisamehe. tembea nami Bwana, Tembea nami Bwana, tembea nami. uniongoze Bwana, Uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze. unifundishe Bwana, Unifundishe, unifundishe Bwana, unifundishe. hadi mbinguni Bwana, Hadi mbinguni, hadi mbinguni Bwana, hadi mbinguni. tembea nasi Bwana, Tembea nasi Bwana, tembea nasi. twakuhitaji Twakuhitaji, Bwana, twakuhitaji Bwana, twakuhitaji. twakuhitaji Roho, Twakuhitaji, twakuhitaji Bwana, twakuhitaji. shiriki nasi Bwana, Shiriki nasi, shiriki nasi Bwana, shiriki nasi.
wegai monene, wegai monene, Jehova wegai monene, maweka makunde manene. Wegai monene, wegai monene, Jehova wegai monene, maweka makunde manene. Jehova netwa kwenye area, maweka makunde manene. Kama wewe unajua ni mtu wa biashara, uko na biashara ama you intend to have the business, and you lift up your hand. Mtu wa biashara tu. Kama wewe hauna biashara, wachana, usiinue mkono. Kama uko na biashara waki inaendelea, inua tu mkono wako. Kujeni mstari hapa mbele. Uko na biashara inaendelea, kuja hapa mbele. Toeni huyu mtoto. You have a business that is running. So you're intending to have a business that is running. Hata uko na biashara. Kweli. I want to bless you. Because I can see kuna attacks zimekuja from all over against your business. You are not able to do it because the moment you start it, kuna kitu kinaizuia. Shikaneni mikono. Shikaneni mikono tu. Next time kama wewe ni mtu wa hapa, sitaki kuona watu wa hapa wakifungwa leso. Mnasikia? Kwa nini unafunga? Tunafunga leso kwa nini? What's the meaning? Asha mmoja nijibu. Asha wako wapi? Why? Mbona tunafunga watu leso? Yeah, because the cloth is small. Now what will this one stop? Kwa sababu umefunga the way the cloth is. Si umefungia hapa. No, answer my question. Sasa hiyo mama, mwangalie. Leso ukifunga utaifungia wapi? Hebu mfunge leso. Just listen, go slowly. Utamfungia wapi? Utamfungia hapa, hebu mfunge tu. No, don't explain anything. Umemfunga. So akianguka, hii leso itazuia nini kupanda huko juu? Is it making sense? Yes. Are you sure? Yes. Kwa hivyo tulienda shule tofauti. Sasa huyu akianguka itaenda juu. Hebu tumwangushe tuone. Sasa na huyu yako ukianguka itaenda juu. Yako ikianguka itaenda juu. Wewe wa mafiriri itaenda juu. Aiendagi na yako inaenda juu. Your reasoning is not adding up. Tunafunga mtu kwa sababu kanguo kake kamefika wapi? Ya Karo inaweza enda juu. Ya huyu yako inaweza enda juu. The reasoning is very poor. It is because watu wamevaa nguo tufupi. If you are a member here, kama you are a regular here, please benchmark ni ile. Upitisha hapa. Nguo ni decent. Si ndio?
Nguo tuko nazo decent. Angalia hii nguo, si ni mzuri? Umekuja kanisa, it's only Sunday. Hizo zingine faa kutoka Monday mpaka Saturday na usiku. Kutoka leo usiku mpaka Saturday usiku. Vaa hizo mnavaaga. Lakini nikikutana na wewe kwa barabara nitakushambulia. But when you are coming here, vaa nguo mrefu vizuri, hatutafunga leso. Si ndio? Wacha tufunge wageni. Tufunge wageni. Lakini sasa ikiwa sasa Nancy ndio tunafunga leso. Na ni mchungaji kanisani. Turamuhaniki. Tunekerete nguo short. Hebu toa. Iteremuke kidogo. Iteremuke kidogo. It's only Sunday. Iteremuke kidogo. Mambo ya kuweka tukua tumefika hapa staki. Wewe ni Asha. You should be a very good example. Teremusha kidogo hapo chini. Inchi kama 3 kidogo. Sienda chini kabisa. Inchi 3 kidogo. Hata hiyo yako. Inchi 3 tu chini. You look decent. Na hii yako. Teremusha. Wacha kutuvalia mini skirt hapa. Si ndio? Yeah. Sisemi mkae kama Wakorino, lakini ukae somewhere. Ukae somewhere. Na ukivaa trouser kwa wale wanavaa kisi, ukivaa trouser. Ukivaa trouser. Good people of God, this is the time for us to cross over. When Moses went to Pharaoh, akamwambia, let my people go. Let the people of God go. This Friday, the coming Friday of Tarehe Saba, yani 7th of the month of June, the 7th day of the month of June, the year is 2024. Setting people of God free, kuachilia huru, yani kuachilia huru kabisa kabisa. Tunaweza kuja hapa ni mkesha. Kesha ya usiku wa siku ya 7 mwezi wa 6 mwaka wa 24, yani 2024. Tunakualika hapa the Synagogue Center of Worship, mahali tunakuja kumwabudu Mungu ili kuja kuiokoa Afrika, Kenya, kuwaokoa watoto wa Kenya kutokana na mambo makubwa na kulaani vizazi ambavyo wale maajenti wa shetani walioinukia watoto wetu. Yani tutawafungua watoto wako kutoka gayism. Tutawafungua watoto wetu kutoka nini? Lesbianism. Tutawafungua watoto wetu kutokana na mambo mengi ambayo yamefanyika. Look at how the children wako na matatu hawaelewi. Tarehe 7 mwezi wa 6 2024 Friday, usikose. Yani maana ukikosa utachekwa. We are setting the people of God free. We are setting Kenya free. That's the day we are setting Africa free. Africa imesimama tena, where God will be worshipped. We must change this generation. We must bring back sanity in church, sanity in worship, and our children, our country, and even Africa. Do not miss this wonderful moment and an encounter where you're going to be set free. This Kesha, it is a life changer. Something that you cannot miss. You don't need miss. I'm telling you, it's a life changer. We have been here and we have seen how people have been changed. People have transformed. People who are thugs like me are changed by such a moment like this one. A moment that you've always waited for. The sick will go home healed. Your business will be free. Your marriage will be free. Everything that you intend, all things that you think it is unachievable, it will be achievable. Don't miss this Kesha. It is all meant for you and for your freedom. In Jesus' name. Shalom. Tukutane kutoka saa 2 usiku mpaka asubuhi.
Bwana.